ambayo manabii walipewa na Mungu waje kuifundisha dini hiyo. Tunatafuta kujua ni dini ipi ambayo Mungu amewatuma manabii kuja kufundisha dini hiyo. Sasa tutaangalia kati ya Ukristo na Uislamu ni dini ipi ambayo Mungu ameiridhia ili watu waje wafuate utaratibu wa dini hiyo. Haiwezekani kuwa na dini nyingi. Mungu mmoja, dini moja. Ni ipi? Leo ndio tutaona kupitia maandiko, wala si maneno ya kichwani. Aliyekuja kwa kujifunza ataelewa, na aliyekuja kwa ushabiki vile vile ataondoka na ushabiki wake hajaelewa lolote. Tuko pamoja? Lakini kabla sijampandisha mwalimu, kuna utaratibu wetu hapa. Utaratibu wetu, mada itatembea upande wetu sisi Waislamu, tutaanza dakika 30, kisha atapanda mwalimu wa Kikristo dakika 30. Baada ya hapo kutakuwa na samale dakika 15 upande wa Waislamu na dakika 15 upande wa Wakristo. Baada ya hapo kutakuwa na maswali matatu. Maswali mawili watauliza Waislamu upande wa waumini, na swali moja atauliza muhadhiri mwenyewe, kwa hiyo wajiandae. Na upande wa Kristo watauliza waumini maswali mawili, kumuuliza mwalimu wa Kristo dini ipi ambayo manabii walipewa na Mungu waje kuifundisha dini hiyo. Tunatafuta kujua ni dini ipi ambayo Mungu amewatuma manabii kuja kufundisha dini hiyo. Sasa tutaangalia kati ya Ukristo na Uislamu ni dini ipi ambayo Mungu ameiridhia ili watu waje wafuate utaratibu wa dini hiyo. Haiwezekani kuwa na dini nyingi. Mungu mmoja, dini moja. Ni ipi? Leo ndio tutaona kupitia maandiko, wala si maneno ya kichwani. Aliyekuja kwa kujifunza ataelewa, na aliyekuja kwa ushabiki vile vile ataondoka na ushabiki wake hajaelewa lolote. Tuko pamoja? Lakini kabla sijampandisha mwalimu, kuna utaratibu wetu hapa. Utaratibu wetu, mada itatembea upande wetu sisi Waislamu, tutaanza dakika 30, kisha atapanda mwalimu wa Kikristo dakika 30. Baada ya hapo kutakuwa na samale dakika 15 upande wa Waislamu na dakika 15 upande wa Wakristo. Baada ya hapo kutakuwa na maswali matatu. Maswali mawili watauliza Waislamu upande wa waumini, na swali moja atauliza muhadhiri mwenyewe, kwa hiyo wajiandae. Na upande wa Kristo watauliza waumini maswali mawili, kumuuliza mwalimu wa Kiislamu, na vile vile mwalimu wa Kikristo na yeye atauliza swali moja kumuuliza mwalimu wa Kiislamu. Tuko pamoja? Baada ya hapo kutakuwa kuna matangazo. Waislamu tutatangulia kwa dakika 5 na wenzetu watapiga dakika 15, na huo ndio utakuwa mwisho wa mkutano wetu kwa siku ya leo. Na kuombeni wote tuwe na utulivu, tujue kwamba tuko mahala hapa kwa ajili ya kujifunza, si vurugu wala jambo lingine la aina yoyote. Na vile vile tumepata malalamiko kidogo kutoka kwa mwalimu wa Kikristo. Anadai kuna aya zimesomwa jana ambazo katika Biblia hazimo. Sasa mimi nitamuomba mwalimu katika dakika 30 zake basi na aya vile vile ayapitie japo kwa haraka haraka. Hapa wametunukulia Luka 6:70. Nadhani labda akusikia vizuri, hii ni Yohana 6:70. Sio Luka 6:70. Tuko pamoja? Mwalimu alitoa Yohana 6:70. Alafu Zaburi 85:9. Hebu naomba hiyo Biblia mwaka 95. Hii hapa. Ndio aya hii inapatikana humu. Wamekaa Wakristo Dodoma mwaka 95 wakatengeneza hii, inaitwa Kiswahili cha kisasa. Ndio hiyo tuliotoa. Sio sisi Waislamu. Waislamu takbir. Takbir. Haya, kwa muda huu sasa ni kuombe ustazi wangu Dr. Abedi Twaha ufikishie umma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dini ipi kati ya Uislamu na Ukristo Mungu ameiridhia akawatuma manabii waje kufundisha dini hiyo? Kamata maiki utufikishie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia kumtakia wingi wa rehema na amani kipenzi cha umma ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na ndugu zangu wa Kristo wapendwa katika Bwana, amani ya Mungu iwe juu yenu. Baada ya kusema hayo, naamini kila mmoja amesikiliza mada ilivyotangazwa na watangazaji wenye viti wetu kwamba mada ya leo, kati ya Uislamu na Ukristo, ni dini gani ya Mungu muumba mbingu na ardhi aliyoikusudia na manabii waliotumwa na Mungu wakaja kutangaza dini hiyo. Lakini pia nizungumze kitu kimoja kabla sijaingia kwenye mada yangu. Nimeletewa maswali hapa, naambiwa Ustadhi Abedi, Biblia yako imetoa wapi? Maana inapingana na Biblia ya kweli. Mfano, aya ulizotoa jana ni hizi, akazinukuu. Na mimi nasema anayenisikiliza naomba awe makini sana. Anayenisikiliza naomba awe makini. Nilitoa Yohana 6:70 ikikusudia Yesu anasema je, sikuwachagueni nyinyi thinashara na mmoja wenu shetani? Sasa hebu isome hiyo Yohana 6:70. Ukikuta maneno hayo hayamo, basi nishike uongo mimi Ustadhi Abedi. Ndio maana nasema ninapotoa aya basi jaribu kuninukuu ninapopita. Lakini pia aya nyingine ikakusudiwa katika Zaburi 84:5. Nikatoa maelezo ya kwamba waandishi wa Biblia wameandika Biblia katika sampuli 3. Sampuli ya kwanza ni Biblia ya mwaka 1932, tunayo Biblia ya ngozi, ina gamba la ngozi jeusi. Biblia ya pili ni Universion ya mwaka 1952. Biblia ya tatu wameandika Kiswahili cha kisasa wanaita wao, ya mwaka 1995. Imeandikwa Dodoma, ikaenda kusainishwa Mombasa, na Biblia hiyo hapo ipo hii hapo. Zaburi sura ya 84 mstari wa 5. Biblia mwaka 1952 maana yake aiowani na maelezo ya Biblia mwaka 1995. Narudia maneno haya, naomba nieleweke. Na ndio maana Biblia mwaka 1952 katika Mathayo 10:9 Yesu anawaambia msichukue mkoba wa safari wala msichukue kanzu mbili. Biblia mwaka 1952. Biblia mwaka 1995 waandishi wakaona kanzu hapana, Waislamu wataligundua hili. Futa kanzu, weka koti. Maandiko yanasema usichukue mkoba wala koti la ziada. Biblia mabwana hii hapo. Na uzuri nyinyi ni wasabato, baadhi yenu hapa mna Biblia ya kisasa ambayo hiyo mwaka 1995 ndiyo mmethibitishiwa sabato ni Jumamosi kupitia Biblia hii. Mwaka 1952 hakuna neno sabato, ni Jumamosi. Mkilipata naombeni mnibatize mimi hapa. Biblia mwaka 1952 sabato ilikuwa ni siku ya juma ngapi? Biblia hiyo haijui, na pia imekaa kimya, haitambui. Lakini mmekuja kuambiwa sabato ni Jumamosi. Biblia hii hapa ya mwaka 1995. Sijui nimeeleweka hapa? Meeleweka Haya, kama kutakuwa na maoni, huyu aliyeuliza swali asubiri aje aniulize muda wangu wa maswali hapa chini, kwamba Walawi walikuwa wakichinja wakitoa kafara. Sasa ili tengeneza swali utapanda, mimi nitakuja kujibu, lisinipotezee muda. Sijui nimeeleweka Naam. Waislamu tumswalieni mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Naingia katika mada ambayo tumeikusudia. Mada yetu tunazungumza ni dini gani ambayo Mungu ameiridhia kati ya Uislamu na Ukristo. Tunapozungumza imani ya Kiislamu, maana yake tunazungumza imani iliyoasisiwa na Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na ardhi. Na tunapozungumza imani ya Kikristo, maana yake tunazungumza imani iliyoasisiwa na Warumi mwaka 45 AD baada ya Yesu kupaa mbinguni.
dini hii ikaanzishwa katika mji wa Antiokia. Nitapita kwenye maandiko, nisikilize kwa makini, maana usiniletee maswali mengine ambayo tayari nishapita katika mada. Lakini vile vile Waislamu, Mwenyezi Mungu anatuambia habari ifuatavyo. Useni Nipo. upo Naam. Hebu nisomee hadithi ya Bwana Mtume Muhammad juzuu ya 7 ukurasa wa 78. Naombeni mnukuu. Ukitaka juzuu hiyo ipo, utakuja na wewe utaisoma hapa. Soma. Inasema, Semaje? mtoto akitoka tumboni, Mtume anasema, Ndiyo. mtoto akitoka tumboni mwa mama yake hutoka katika maumbile ya dini ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Yani dini ya Uislamu. Mungu anasema mtoto anapozaliwa uzaliwa katika hali ya unyenyekevu, katika dini ya maumbile ya Mwenyezi Mungu. Kisha lakini akizaliwa katika mazingira ya dini za kikafiri, lakini akizaliwa tofauti katika dini ambayo mtu huyu amekuwa ni Mkristo, akazaliwa katika mazingira hayo, kisha wazazi wake wanambatiza, wazazi wake wanamtoa katika imani sasa ile ya Mwenyezi Mungu ya Uislamu, unyenyekevu, wanambatiza. Maana yake wanamtoa kwenye uhalisia wa Mungu, wanamweka katika uhalisia usiokuwa wa Mungu. Na ndio maana ukimnukuu Yesu katika Mathayo 23:15 anasema, ole wao waandishi na Mafarisayo wanafiki hao, maana hao huzunguka kando ya bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu kumbatiza, na mtu huyo akishakufanyika, mtu huyo anakuwa ni mtu wa jehanamu mara 2 zaidi ya wao wenyewe, kwa sababu Yesu hakuja kumbatiza mtu kwa maji. Yesu ubatizo wake ulikuwa katika Yohana 17:3. Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na mimi Yesu Kristo uliyenituma. Haya ndio maneno Yesu alikuwa akizungumza. Ndio maana alipokuja Yohana Mbatizaji akasema katika Mathayo 3:11, kweli mimi nawabatizeni kwa maji ili ondoleo la dhambi, lakini yeye ajaye nyuma yangu sistahili atakubeba kidani cha viatu vyake. Yeye atakapokuja atawabatizeni nyinyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sio kuzamishana tena kwenye maji. Hapa naamini nitakuwa nimeeleweka. Endelea na hiyo aya. Inaendelea kusema, inasema, Ndiyo. yote inasema wanambatiza katika dini zao za kikafiri. Endelea. Yote hayo ni kazi ya shetani kuwapotoa watu. Kumbe haya yote ni kazi ya shetani kuwapoteza watu, na kweli watu ikafikia hatua wakapotea. Endelea. Shetani akawaambia Mayahudi kuwa waache dini ya Kiislamu Ndiyo. na wafanye dini yenu ya Kiyahudi. Shetani akawarubuni Mayahudi, acheni dini ya Mungu ya unyenyekevu ya Uislamu, fateni dini yenu nyinyi ya Kiyahudi. Hali ya kuwa Uyahudi ni kabila na wala sio dini, lakini shetani anawaambia kuweni Mayahudi ndio dini yenu. Mfanyeni Uzeri kuwa ni mwana wa Mungu na tena nyinyi huyu Uzeri aliyewekwa na Mungu sehemu akalazwa miaka 300 akiwa kama mfu kisha akamfufua, huyo mfanyeni sasa kama huyo ndio mwana wa Mungu. Endelea. Na pia Ibilisi akawaambia Wakristo, na pia Ibilisi shetani akawageukia wale waliojiita Wakristo akawaambiaje? Kuweni Isa Yesu. Akawaambia na nyie Wakristo huyo Yesu ni Mungu. Ni Mungu. Mwabuduni yeye. Na msalaba wake. Na msalaba wake. Ndio maana jamii kubwa ya Wakristo wanasema Yesu Mungu. Na hapa naamini wapo. Anasema Yesu Mungu mkono juu. Sumo waona wapo. Waislamu takbir. Allah. Ninaposema kitu ujue kipo. Waislamu tumswalieni mtume. Endelea. Na akawaambia wengine, ndiyo, waabudu masanamu. Na wengine wakakaa na kuabudia masanamu katika majumba yao ya ibada. Ni kweli kabisa wanaabudia masanamu, na wengine paka masanamu hayo wameweka katika mashingo yao, ndio rozari. Unakuta mtu kavaa rozari kubwa, sanamu limechongwa kwa mikono ya wanadamu. Ibilisi ndio kafanya mambo hayo. Kawatoa katika dini ya haki, kawaingiza katika dini ambayo yake yeye Ibilisi, na watu wameingia wazima wamekubali. Sasa haya ni mambo ambayo mtume anatufundisha sisi Waislamu. Lakini pia baada ya kuondoka Nabii Isa ama Yesu, kundi hili la Kikristo ndio lilipatikana. Nisomee Mkweli Mwaminifu juzuu ya 3 na ya 4 ukurasa wa 170. Nitasoma katika kitabu kinachoitwa Sadiqul Amin. Ndiyo. Inasema hivi. Semaje? Na baada ya Mwenyezi Mungu kumnyanyua Nabii Isa yani Yesu alayhi salatu wassalam. Baada ya Mwenyezi Mungu kumnyanyua Yesu mbinguni
ili Mayahudi wasimuue. Ikawaje? kumpeleka mbinguni. Ndiyo. Yani baada ya kuondoka nabii Isa, yani Yesu. Ndiyo. Huku nyuma yake, huku nyuma sasa, baada ya Yesu kuondoka, huku nyuma ikawaje? palitokea ikhtilafu kubwa sana. Ndiyo. Wakahitilafiana watu kwa mzozo mkubwa ukapita baina yao. Na wakafarikiana, wakagawanyika makundi manne. Hawa watu Yesu alipoondoka wakagawanyika makundi manne. Kisha na kuzua dini za uongo za Kikristo. Kisha hawa watu wakaduzua dini za uongo za Kikristo. Na ndio maana ndani ya Biblia toka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, natoa homework kwa mchungaji yeyote aliyoko kule, atakuja awasaidie. Hakuna andiko ndani ya Biblia Mungu anasema Ukristo ndio dini yangu ifuateni. Hakuna. Ama andiko linalosema Ukristo ndio dini ya Mungu. Hakuna. Kama lipo leo mchungaji, mimi unanibatiza, tayarisha maji mengi sijui madogo, utajua mwenyewe. Waislamu tumswalieni mtume. Mwenyezi Mungu anasemaje kupitia Qur'ani? Nisomee Qur'ani sura ya 2 ya 213. 213 Al-Karimu inasema. Inasemaje? 213. Inasema mwalimu hivi. Inasemaje? Inasema ndiyo, watu wote walikuwa wa dini moja ya haki. Mungu anasema watu wote walikuwa na dini moja ya haki. Watu wote, kila aliyemto, maana yake alikuwa na dini moja ya haki. Ndiyo aliyokuja nayo Nabii Adamu. Kisha dini hiyo kumbe Mungu alimpa Nabii Adamu, ndo akaja kufundisha katika umma aliyokuwa ameuzaa kupitia Hawa. Kisha wakahitilafiana. Ndiyo. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao. Kisha na pamoja nao akatelemsha vitabu vilivyoshikana na haki, ili baina ya vitabu hivyo vihukumie katika yale waliohitilafiana. Ndio maana tunatumia vitabu ili tuangalie itilafu zetu ziko wapi. Waislamu wana dini ya haki ya kweli ama Wakristo ndio wana dini ya haki ya kweli? Tunatumia sasa vitabu. Mungu anasema watu wote walikuwa na dini moja ya haki. Hiyo dini ya haki ni ipi? Qur'ani inatoa majibu. 3:19 Qur'ani. 3:19 Qur'ani. Inasema hivi. Ndiyo. Bila shaka dini ya haki ndiyo mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni Uislamu. Hiyo haki aliyokuja nayo Nabii Adamu ni Uislamu. Napozungumza Uislamu maana yake hii ni lugha ya Kiarabu. Kiswahili maana yake ni unyenyekevu, amani, salama, utiifu. Neno hili likagundulika katika lugha ya Kiarabu Uislamu ama Islamu. Ili ni neno limekuja katika lugha ya Kiarabu. Pengine hapa ndugu zangu watanishangaa kidogo, maana Kiarabu mtihani. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu akasema dini ya haki mbele yake yeye ni Uislamu. Lakini kwa kuwa Uislamu ndio dini ya haki na Mungu aliwaleta manabii, Mungu alipomleta bwana mtume alikuwa na wasiwasi mtume akidhani yeye ndio kaanzisha dini ya Uislamu. Lakini Mungu akamuondoa wasiwasi kwa maneno yafuatayo. Nisomee Qur'ani sura ya 42 aya 13. 42:13 Al-Karimu inasema. Inasemaje? 42:13. Inasema 42:13 hivi. Ndiyo. Inasema mwalimu, amekupeni sheria ya dini ile ile. Mungu anamwambia Muhammad, nimekupa sheria ya dini ile ile. Sio zile zile zikaonekana kuna 1 2 3 4 mpaka 5. Hapana, nimekupa sheria ya dini ile ile, maana yake moja. Naambiwa Muhammad na Mwenyezi Mungu. Endelea. Aliyomuhusia Nuhu. Kumbe dini hii aliyopewa Muhammad ndio aliyohusiwa Nabii Nuhu wakati wa zama zake. Endelea. Na tuliyokufunulia wewe. Na ndio dini aliyofunuliwa Muhammad mwenyewe, dini ambayo aliyofundisha Nabii Nuhu ndio aliyofunuliwa Muhammad yenyewe. Endelea. Na tuliyohusia Ibrahimu na Musa na Isa, yani Yesu. Na dini hiyo ndio amehusiwa Nabii Ibrahimu. Nabii Ibrahimu ndio baba wa imani. Wakristo wote wanatambua hili na wanalikubali. Nabii Ibrahimu ndio aliyezaa watoto wawili, Ismaili na Isiaka. Isiaka kazaliwa kwa mama Sarai, Ismaili kazaliwa kwa mama Hajiri. Uzao wa Nabii Ismaili ndio umekuja ukamzaa Muhammad mwisho. Uzao wa Nabii Isiaka alizaa watoto wawili kwa mama mmoja akiitwa Rebeka. Rebeka alizaa watoto wawili akiitwa Yakobo na Esau. Yakobo ndio akaitwa Israeli katika Mwanzo 24, katika Mwanzo 24, katika Mwanzo 32:24. Rebeka huyu watoto wao wawili Yakobo na Esau. Yakobo ndio aliyezaa watoto 12. Mtoto wa 6 wa Yakobo aliitwa Yuda.
Yuda ndio aliyekuja akamzaa mtu mmoja akiitwa Imrani, na Imrani ndio alioa mama mmoja akiitwa Ana, na Ana ndio aliyekuja kumzaa mama huyu anaitwa mama wa Yesu ambaye Mariamu, na Mariamu ndio aliyekuja akamzaa Yesu. Kwa hiyo uzao wa nabii Isihaka ndio uzao ndugu yake nabii Ismaili, kwa sababu Yesu na nabii Muhammadi wametoka kwa babu yao mmoja ambaye ndio baba wa imani nabii Ibrahim, kwa sababu Ismaili na Isihaka baba yao ni mmoja, tofauti yao ni mama. Ismaili kwa Hajiri, Isihaka kwa Sarai. Huu ujumbe nafikiri unaeleweka kwa kila mmoja. Islam tumswalieni mtume. Kwa hiyo Mungu akasema nimekupeni sheria ya dini ile ile niliyomuhusia Nuhu, nikakufunulia we Muhammadi, nikamuhusia Ibrahimu na Musa na Isa ambaye ni Yesu. Simamisheni dini ile ile wala msifarikiane. Kwa hiyo hawa wote walikuja kutangaza utaratibu wa imani ya dini moja, na wala hawakufarikiana kupitia imani ya mafundisho yao. Uislamu tumswalieni mtume. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu akatuambia maneno yafuatayo katika kitabu cha Qur'ani 5:3. Qur'ani 5:3 Qur'ani inasemaje? Leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Mungu anatuambia Muhammad, leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Ndiyo, basi msiwaogope, niogopeni mimi. Msiwaogope hao waliokufuru. Mungu anasema tumuogope yeye aliyeumba mbingu na ardhi. Ndiyo, leo nimekukamilishieni dini yenu. Mungu anasema leo amekamilisha dini yetu. Na nimekutimizieni neema zangu juu yenu. Na pia ametimiza neema zake juu yake Mungu. Ndiyo, na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Mungu anasema nimekupendeleeni Uislamu uwe ndiyo dini yenu. Mchungaji hapa akipanda nitamuomba aya atoe wamependelewa Ukristo ndio uwe dini yao. Ukiipata unanibatiza mimi wa kwanza unanibatiza kabla hao, na ule msikiti tutaweka msalaba mkubwa pale. Uislamu tumswalieni mtume. Nasema maneno haya na ushahidi kwa kujigamba, kwa sababu nina elimu ya vitabu hivi na visoma usiku na mchana. Ukipata haya mchungaji kukuruka anza kutafuta hiyo. Mungu anasema Ukristo ndio dini yake, mimi leo nanipeleka kwenye Ukristo. Uislamu takbir. Allahu Akbar. Lakini vile vile Mungu anasema katika Qur'ani 48:29, jiandaeni sasa naingia katika mada nadharia hapo. Soma 48:29 inasema. Inasemaje? Inasema 48:29. Ndiyo. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sana. Na walio pamoja naye. Ndiyo. Ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Ndiyo. Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Sana. Utawaona wakiinama kwa kurukuu. Mungu anasema hao umma wa Muhammad kwanza utawaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja. Na kisha wanasujudu kuweka paji la uso chini pamoja wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Yote kwa sababu kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi. Ndiyo, alama zao zi katika vipaji vya nyuso zao. Alama zao hao wanaosujudu chini ziko katika vipaji vya nyuso zao, kama unavyoona athari ile pale, vipaji rangi nyeusi. Endelea. Kwa athari ya kusujudu. Ndiyo, huu ndio mfano wao katika Taurati. Sasa sikiliza kwa makini. Mungu anasema hiyo ibada yao hao Waislamu ndiyo mfano wao katika Taurati ya Musa. Huu ndio mfano wao katika Injili. Na huu ndio mfano wao katika Injili. Nataka niangalie mifano hii Waislamu tunaoswali msikitini. Kweli kwenye Injili imetajwa, kwenye Taurati imetajwa. Sasa naomba masikio yako, nataka funika hiyo Qur'ani. Funika Qur'ani. Maana sasa ninaenda kwa vitendo. Ili Mkristo apate kutambua toka amezaliwa paka anazeeka hajawahi kumfanyia Mungu ibada. Nataka nitumie Biblia ibada tunayofanya msikitini. Biblia ndio hivyo ilivyoamrisha, na ukikuta ni hivyo jiulize akilini kwa nini wachungaji wenu huwa hawafundishi makanisani ibada hii aliyakuwa imo ndani ya Biblia. Funika Qur'ani. Nataka Waislamu tuswali kutumia Biblia kama tunavyosali mule msikitini. Qur'ani funika. Waislamu tumswalieni mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli wa sallim. Waislamu hapa wamevua viatu. Nataka watu 10. Jamani changamkeni, muda naenda na muda, ndio maana hapa nimeweka simu stopwatch hapa ili niangalie muda nifundishe watu. Waislamu hapa wanaingia msikitini, lakini kabla hawajaingia msikitini, we bonge una maiki? Nina maiki mwalimu. Kabla hawajaingia msikitini hao wamevua viatu. Kuvua viatu maana yake ni kwamba wachungaji wao wanadanganya kitu kimoja, leo ninaweka wazi. Musa wakati anatukuchunga kondoo la mzee Yeslo, kondoo wale alipofika katika poli, Musa aliona kijiti kinateketea lakini hakiwaki moto.
Kijiti kile Musa kabla ya kufika akaambiwa, Musa vua viatu vyako, kwa sababu hapa unaposimama ni sehemu takatifu. Kwa hiyo kumbe Musa alivua viatu kwa sababu alipokuwa ni sehemu takatifu. Ndio maana Waislamu tunavua viatu kwa sababu msikitini ni patakatifu. Wakristo hawavui viatu kwa sababu msikitini sio mahala patakatifu. Lakini kanisani hawavui viatu kwa sababu kanisani sio patakatifu. Lakini Waislamu tunajua msikitini patakatifu, tunavua viatu. Hawa leo wamevaa kanzu hao na vibaragashia. Biblia yenyewe inasemaje? Walawi 8:13. Haraka bonge. Walawi 8:13 inasema. Inasemaje? 8:13 mambo ya Walawi. Inasemaje? 8:13 inasema hivi mwalimu. Kisha Musa akaweka wana wa Haruni. Ndiyo. Na kuwavika kanzu. Kavika kanzu. Na kufunga mishipi. Na mishipi. Na kuwavika vilemba. Na vilemba kama hivyo. Kana kwamba. Ndiyo. Kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kama Mungu alivyomwagiza Musa. Leo Mkristo vaa kanzu, nenda kanisani na kilemba hivi. Watakwambia tumuombee shetani, toka na majini. Toka shetani. Umepata wapi we maneno hayo? Waislamu tumswalieni mtume. Tumswalieni mtume. Lakini hawa Waislamu lazima watawadhe. Simgusi Muhammad mimi, najiuliza Biblia, Qur'an nimefunika. Yesu alifundisha fundisho la kutawaza hili. Yohana 13 anzia 3 mpaka 6. Yohana 13:3-6. Haraka. 13:3-6. Yohana 13:3 nasema. Inasemaje? Yesu aliyakijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake. Yesu aliyakuwa akijua Mungu amempa vyote mikononi mwake, ndiyo. Na ya kuwa alitoka kwa Mungu. Yesu alitoka kwa Mungu. Naye anakwenda kwa Mungu. Naye atakwenda kwa Mungu. Aliondoka chakulani akaweka kando mavazi yake. Kisha akatoa kitambaa alichojifunga kiunoni. Ndiyo. Kisha akatia maji katika bakuli. Yesu akatia maji katika bakuli. Kisha akaanza kuwatawaza wanafunzi wake miguu. Yesu anafundisha fundisho la kutawadha wanafunzi ili waendapo kufundisha wawafundishe watu wengine juu ya kutawadha. Yesu anawafundisha wanafunzi wake juu ya kutawadha. Fanya haraka, fika kwa Petro haraka, twende na muda. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaje kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana wewe hutanitawaza miguu kamwe. Simoni Petro akakataa kutawazwa miguu na Yesu akasema, hutanitawaza mimi miguu kamwe. Ndiyo. Yesu akamwambia. Yesu akamwambiaje? Yesu akamwambia. Ndiyo. Kama nisipokutawaza. Akamwambia Petro, kama nisipokutawaza huna shirika nami. Ondoka katika wanafunzi wangu, huna shirika na mimi. Maana yake kila asiyetawadha hana shirika na Bwana Yesu. Wakristo wangapi leo wanatawadha wanapotaka kuingia katika majumba yao ya ibada? Hawapo. Yesu anamfukuza mtu asiyetaka kutawadha, hana shirika na yeye. Petro baada ya kugundua Yesu kamfukuza, akarudi akamwambiaje? Simoni Petro akamwambia, ndiyo, Bwana si miguu yangu tu, bali hata mikono yangu na kichwa changu pia. Ndiyo. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu. Yesu akasema yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha. Ndio maana leo Muislamu akitoka nyumbani kwake ameoga, akifika msikitini lazima atawadhe. Yesu anasema yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila paka atawadhe. Wakristo wangapi mnatawadha leo? Hakuna, kimya. Yesu anasema katika Mathayo 11:29, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Kwa nini nyinyi hamtaki kufuata mafundisho ya Yesu? Lakini hapo inatakiwa ifanyike ibada ya swala. Ibada hii ya swala twende haraka. Nehemia 8:4. Nehemia 8:4. 8:4 Nehemia. Nehemia 8:4. Twende haraka. Ngoja niangalie mwalimu. Nehemia, ukitoka Ayubu unaingia Nehemia mwisho. Naam. Unatoka Zaburi unaingia Ayubu unakuja Nehemia. Nehemia 4. Nehemia 8:4. 8:4 Nehemia. Fanya haraka. Kitabu cha Nehemia sura 8 mstari wa 4. Itafute Zaburi, unarudi nyuma, ukitoka Zaburi unaingia Ayubu, ukitoka Ayubu unaingia Nehemia. Fanya haraka. Fanyeni haraka. Au ni nukuu mwenyewe kichwani? Ngoja mwalimu, imekaribia kuipata. Ipateni basi. Mimi hizo aya zote ziko kichwani, nafanya kutoa ushahidi tu wa maandiko hapo. Fanya haraka. Nehemia 8:4 inasema. 8:4 Nehemia inasemaje? Nehemia 8:4 inasema. Inasema hivi mwalimu. 8:4 inasema hivi. Ndiyo. Na Ezra kuhani akasimama juu ya mimbari ya mti. Ezra akasimama juu ya mimbari ya mti. Mtatuambia nyi wachungaji ya Rutale mnatoa wapi?
Ezra akasimama juu ya mimbari. Mimbari inapatikana msikitini. Kanisani hakuna mimbari. Kanisani kuna arutali. Mtatuambia mmeitoa ndani ya kitabu gani hicho? Endelea. Waliokuwa wameifanya kwa kusudi hilo. Ndiyo. Na karibu naye wakasimama Matithia. Matithia unaanza mkono wa kulia, unakwenda kulia. Unakwenda kulia, tunaifuata Biblia. Msikitini tunavyopanga safu ndivyo hivyo. Kwa hiyo unaifuata Biblia. Endelea. Na Shema simama kule. Haraka. Na Anaya. Na Uria. Na Hilkia. Na Masea. Mkono wa kuume. Huo ni mkono wa kulia. Waislamu, safu msikitini tunaanza kupanga mkono wa kulia. Endelea. Na mkono wake wa kushoto. Ni watoto, hebu sogeeni kidogo hivi. Hawa hapa, sogeeni. Endelea. Mkono wa kushoto. Pedaya. Na Mistbeli. Ndiyo. Na Milkaya. Na Hashamu. Na Hashbani. Na Zekaria. Na Mashulemu. Ezra akaifunua. Huo ni mkono wa kushoto. Safu inapangwa hivi. Hakuna benchi, hakuna kiti. Mabwana, nyie mabenchi mtatuambia makanisani mnaweka kupata kwenye ushahidi wa Biblia gani? Leo mtatuambia hapa, na ibada zenu mtuambie hapa kupitia vitabu. Leo ndio tunaua mzizi wa fitina hapa. Watu wamepanga safu namna hiyo. Kaeni sasa, kitabu kitawaamrisha. Endelea. Kitabu. Ezra akakifunua kitabu machoni pa watu wote. Ezra akakifungua kitabu, maana yake msikitini tunakimu swala. Endelea. Maana alikuwa juu ya watu wote. Alikuwa juu ya watu wote. Kukimu swala maana yake unasema Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, kad kamati salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Watu wote. Na hapo walipofungua watu wote wakasimama. Hii ndio ibada inatakiwa ndani ya Biblia. Nyinyi mnatoa wapi kuweka mabenchi? Utafikiri mko kwa mama ntilie mnakunywa chai, mnapata wapi haya? Mtatuambia leo hapa. Endelea. Kitabu. Ezra akamuhimidi Mungu. Mungu mkuu. Waislamu msikitini tunasema Allahu akbar. Kwa Kiswahili Mungu mkuu. Waislamu tumswalieni mtume. Allahumma salli wa sallim. Tumswalieni mtume. Allahumma salli. Endelea haraka. Na watu wote wakaitikia amin. Waislamu huwa tunasoma pale suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin mpaka waladhalin. Mnaitikia amin. Nakwenda na muda. Endelea. Kitabu. Pamoja na kuinua mikono yao. Kisha wakainama vichwa vyao wakasujudu mpaka kifudifudi. Hili ndio tendo la kusujudu. Waislamu takbir. Allahu akbar. Hili ndio tendo la kusujudu. Biblia inaamrisha hivi. Wakasujudu namna hii. Wakristo wangapi wanafuata Biblia kwa kusujudu hivi? Wanyoshe mikono. Si umeona? Biblia inaamrisha vingine, wao wanakwenda vingine. Mtatuambia mabenchi mnayaweka kanisani kutafuta nini na mnatoa wapi? Waislamu tumswalieni mtume. Yesu anaamrishaje? Naenda haraka hapa. Yesu anaamrishaje? Bonge. Nipo baba. Upo. Nipo mwalimu. Nisomee Ufunuo 22:9. Ufunuo 22:9 inasema. Inasemaje? Ufunuo 22:9. 22:9 Ufunuo. Inasema. Inasemaje? Ufunuo 22:9. 22:9 Ufunuo, twende haraka. Ufunuo mwisho kabisa wa kitabu huko. Ufunuo 22:9. Nimeipata mwalimu. Isome. 22:9. Ufunuo 22:9 inasema hivi. Inasemaje? 22:9 inasema. Naye akainiambia, ndiyo, angalia usifanye hivi. Mimi ni mmoja wako. Na wa ndugu zako manabii. Ndiyo. Na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Kitabu gani hicho anachosoma? Biblia hii. Wayashikao maneno ya kitabu cha Biblia. Msujudieni Bwana. Msujudieni Mungu. Hebu sujudini tena hapo. Waislamu tumswalieni mtume. Kumbe wanaotakiwa kushika kitabu cha Biblia, Yesu anasema msujudieni Mungu. Hili ndio tendo la kusujudu. Mtatuambia kupiga magoti mmepata wapi ndani ya Biblia? Kukaa kwenye mabenchi utafikiri mnakunywa chai kwa mama ntilie mmetoa wapi? Biblia tunaomba ije iseme hapa
ibada zenu mnazozifanya. Hapa hakuna gita wala vinanda wala vinubi. Kweli si kweli? Mungu anasemaje maneno haya? Amosi 8:13. Amosi 8:13. Nendeni mkakae. Amosi 8:13. Kitabu cha Amosi. Wewe naona umenikawiza, muda wangu umekwisha, umebaki sekunde bwana. Inasemaje? Inasema hivi. 8:21. Nenda haraka haraka. 8:21 Amosi. Ndiyo. Inasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Ndiyo. 8:21. Nimeipata. Inasema hivi. Inasemaje? Na haifiki mwalimu 21. 5:21. Hebu wenye viti naombeni simamishe. Hebu yake 5:21 mwalimu. Subiri. 5:21. Amosi ni 5:21. 5:21. Sasa naomba usubiri. Naomba usiisome, naomba usubiri. Mimi ndio nasema. Nasema hivi. Subiri basi. Nataka umuda ni uzungumze na wenye viti. Wenye viti ninapotoa aya mimi, kama we huna, mimi kompyuta wangu iwa inatambua. Inaposomwa ile aya, kama sio nitairudia tena aya hiyo. Sio wewe uzomee, ukizomea maana yake ni umekuja kujifunza, umekuja kushabikia. Aya soma hiyo 5:21 inasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Ndiyo. Maana sitaki kusikia sauti ya vinanda vyenu. Kompyuta hapa ikikosa, maana yake yule akiikosa kompyuta yangu inanisababisha nitafute hiyo aya paka niipate. Wewe unazomea nini? Sasa umekuja ushabiki, umekuja kuzomea. Uislamu tumswalieni mtume. Wewe kaa usikilize, ondoa ushabiki. Na mimi muda wangu umekwisha. Haya mwalimu, muda umekwisha. Asalamu alaykum wa dakika rahmatullahi 30. wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Takbir. Naam, muda wetu dakika 30 zimekwisha. Na kila mmoja amesikia na maandiko ameandika. Kwa hiyo mimi siongezi kitu, na kabidhi maiki kwa mwenyekiti mwenza ili atupandishie mwalimu, tusikilize dakika 30 upande wa pili. Jamani, Bwana asifiwe. Naomba tu watulivu kwa sababu tuko tunajifunza, si ndio? Sisi ni binadamu, tunaweza kukosea, lakini Biblia iko pale pale. Basi baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe Bwana Robert Hamka kwa ajili ya utetezi wa mada hii. Yeye anasemaje kupitia Biblia kwamba dini ya kweli ni ipi? Je, ni Uislamu au yanasema ni Ukristo? Bwana Robert Hamka, karibu kwa ajili ya hoja hii ya leo. Haya, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Haya jamani, kabla sijaanza naomba msinihesabia dakika. Naomba kwanza nitoe tangazo hili, msinihesabia dakika kwanza. Naomba, lakini napenda nitoe tangazo hili kwamba mtu anapokuwa amekosea, jamani, upande wa Wakristo tusimzomee. Jamani, mnanielewa? Tusimzoee. Maana kukosea hata wewe unaweza ukakosea. Halafu jambo jingine napenda niliseme hivi. Kama umekuja hapa kwa ajili ya kuvuna faida, ninaomba usikilize vitabu viwili, Qur'ani na Biblia. Qur'ani na nini jamani? Lakini vitabu vidogo vidogo ambavyo hata havina ushahidi katika mikutano hii, hivyo viacheni viende vyake. Bwana asifiwe. Tayari anzeni kuhesabu. Rafiki yangu, napenda nimshukuru huyu rafiki yangu Ostazi Twa ni rafiki yangu sana. Lakini tatizo la Twa, kwanza nataka nimkosoe, hajui Kiswahili. Bwana asifiwe. Amina. Hilo nitakuja nikufafanulie baadaye. Lakini kitu ambacho nashukuru Twa, kwa sababu ametoka Kahamambari, amekuja hapa Runzewe sehemu ya Msonga kwenye shule ya Biblia. Bwana mbariki. Amina. Na kwa sababu umekuja shuleni Twa, unatoka hapa huko, yani huko Gado. Utaenda
utaenda ukawasimulie Waislamu, utaenda ukawafundisha vizuri Waislamu. Bwana asifiwe. Amina. Sasa naomba mnisikilize. Tangu akae hapa, tangu asimame hapa, amesimama na ajenda ya kwamba dini ya kweli, akasema je, ni Ukristo au ni Uislamu? Yeye akasema eti dini ya Ukristo imeanza mwaka wa 45 baada ya Yesu kwenda wapi? Mbinguni. Ngoja sasa nianze kwanza kusafisha mazingira. Sikiliza. Akasema umeanza mwaka wa 45. Nimemsikiliza sana kwamba labda atatoa aya kwenye Biblia au kwenye Qur'ani. Jamani, mmeiona aya hiyo? Hapana. Ninaomba rafiki yangu Ostasi, ukisimama kwa mara nyingine, njoo unipatie aya ya mwaka huo na Ukristo ukaanza. Usipotoa aya unakabwa ko hapa. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, tufundishe kwa imefanya nini tu jamani? Kwa imeandikwa. Jambo lingine nilomnukuru ni hili. Naomba unisikize, nasafisha mazingira. Jambo lingine nilomnukuru ni hili. Akasema hivi, Wakristo wa leo wanaabudu masanamu. Wengine wameyavaa shingoni maruzari, akaanza kusema na mengine. Lakini ni mimi nikasubiri kwa ukimya kabisa, nikifikiri atatoa aya kwenye Biblia na kwenye nini na kwenye Qur'an, lakini hakutoa. Sasa mimi ngoja nikusaidie, wanaoabudu masanamu, wanaoabudu maviumbe ni wakina nani leo duniani? Nikutolee aya. Sema baba. Kimbia 26 Qur'ani. Nikuonyeshe watu wanaoabudu masanamu. Qur'ani 26. Si yeye hakutoa aya. Ngoja sasa mimi nimtolee wimba huu. 26:68. Anzia 68. 26:68 Qur'ani. Anasema 26:68 Qur'ani. Anasemaje? Na kwa yakini Mola wako ndiye mwenye nguvu, mwenye rehema. 69. Endelea. Anasema na wasomea habari za Nabii Ibrahim. Alipomwambia baba yake na kaumu yake. Akamwambia baba yake na kaumu wake. Anasema, akasemaje? Mnaabudu nini? Akawauliza, mnaabudu nini? Wakasemaje? Walisemaje? Tunaabudu masanamu. Tunaabudu manini? Masanamu. Endelea. Tunaabudu masanamu daima. Tunayaabudu. Sikiza maswali Ibrahimu akawauliza. 72 anasema, akasema, akawaulizaje? Je, yanakusikieni mnapoyaita? Ibrahimu akawaambia hivi, yanawasikieni mkiyaita, yawasikia. Wakasemaje? Yanakufaeni mkiabudu? Au yanawafaa nini mkiabudu? Yanakudhuruni mkiacha kuyaabudu? Au yatawazuru mkiacha kuyaabudu? Wakasema, walisemaje? Hayafanyi haya. Lakini tumewakuta baba zetu wakifanya hivi. Akasema, hata hebu koma hapo. Sawa. Nataka niwaonyeshe wakina nani wanaoongelewa kwamba wanaabudu masanamu. Wakina nani hao? Rudi 6. Qur'ani 6 twende. Haya, fungu la 40. 6:40 na 41, alafu usome fafanuzi. Qur'ani 6:40. Na 41. Soma. 6:40 Qur'ani. Soma 41. 41 anasema Qur'ani 6:41. Anasema, bali yeye ndiye mtakayemuomba. Na anasema, naye atakuondoleeni mnayomuomba. Kukudondosheeni akipenda. Atawadondosheeni akifanya nini? Akipenda. Yule wanayemuomba sasa. Nayo ni yale ya kiduniani. Naye atakayewadondoshea ni yale ya wapi? Ya kiduniani. Sio ya wapi? Ya mbinguni. Soma fafanuzi. Fafanuzi anasema 41. Sikiliza sasa, wanaoambiwa ni wakina nani? Yeye hakutoa haya, mimi natoa haya. Soma. 41 anasema, hayo yaonyesha kuwa. Soma kuanzia 40 ile fafanuzi. Sawa. Soma. Anasema, haya yaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo
walikuwa afadhali. Makafiri wa zama zile walikuwa ni afadhali kidogo katika itikadi yao juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Kuliko hao Waislamu wa zamani hizi. Kuliko hawa Waislamu wa zama hizi. Kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Wanaoomba mizimu. Wanaomba nini? Mizimu. Na makaburi. Na nini? Na makaburi. Na nini? Na majini. Acha. Bwana asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Yaani Qur'ani ndiyo inazungumza. Nataka akipanda hapa huyu rafiki yangu aje ikatae Qur'ani tuchome moto leo. Amina. Halafu eti anasimama anasema, Wakristo wanafaa. Wewe rafiki, kaa tukufundishe, umekuja shuleni. Jamani. Haya. Naomba tusikilizane. Mwenye masikio na asikie. Naomba tusikilizane. Jambo jingine alilolitaja akasema eti dini ya haki ni Uislamu. Akasema na dini hii Mungu aliikabidhi kwanza kwa Nuhu, pili kwa Ibrahimu, tatu kwa Yesu Kristo. Na akasema hivi eti Yesu Kristo, eti manabii pamoja na Yesu Kristo walikuwa wakimwabudu Mungu kwa kushujudu. Bwana asifiwe. Amina. Sasa huyu rafiki yangu ninataka nimfundishe maana ya kushujudu ni nini. Halafu baadaye nije nimfundishe maana ya kutawaza. Maana ameongelea mambo mawili, kushujudu na kufanya nini? Na kutawaza. Ndio maana nilitangulia kusema kwamba rafiki yangu pamoja na kukahama hajui Kiswahili. Ngoja nikwambie. Kushujudu maana yake ni kunyenyekea au kutii. Kunyenyekea, yani kutii au kufanya jamani, kunyenyekea. Hivi hata Qur'ani inavyosema 8:21. Qur'ani 8:21. Sikiliza. 8:21 Qur'ani. 8:21 Qur'ani anasema. 21. Anasema. Anasema. 21. Wala msiwe kama wale wanaosema. Wala msiwe kama wale wanaosema. Tumesikia. Tumetii. Na kumbe hawasikii. Hawatii lolote. Basi anawaambia kwamba msiwe kama watu wanaosema tumesikia, tumetii, na kumbe hamkusikia na kufanya ndamani na kutii. Kutii maana yake kushujudu. Soma ile 20:84 ile za nenda kabla ya Zaburi. Twende kwanza Qur'ani 84. Soma 21. Qur'ani 84:21. Soma 21. Ninakufundisha kwa ufasaha maana ninatumia andiko. 84 Qur'ani. 21. Haya. 84 Qur'ani fungu la 21. 84 Qur'ani. Soma 21. Soma. Anasema na wanaposomewa Qur'ani hawanyenyekei. Hawafanyi nini? Hawanyenyekei. Yani huko ndiko kuna maanisha kushujudu. Sasa sisi hatushujudu kwa kuweka nyuso chini. Yani vipaji vya nyuso chini kama mlivyokuwa mnawaona hapa wanafanya. Kwanza hata lile andiko nitakwenda nikalisamarize kwa sababu wamelifundisha isivyo. Sasa nitakuonyesha leo. Maana naomba jamani muwe mnatunza. Wenzetu hao wanatumia na propaganda. Ndio maana hata jana wakawaambia soma Luka 6:70 na Luka 6 haipo. Leo amepanda kijukawani akaanza kuambia jamani niliwaambia kusoma Yohana. Wewe tu ulisema Yohana wewe. Sikiliza tukufundishe. Sikiliza. Sasa napenda nikwambie maana ya kushujudu. Leo hatushujudu. Maana yake tunanyenyekea, tunapiga magoti. Kimbia Zaburi. Kimbia Zaburi. Soma rafiki yangu soma. Zaburi 95. 95 Zaburi. Soma fungu la 6. Zaburi 95 fungu la 6. Anasema 95 fungu la 6. Fungu la 6 Zaburi anasema. Hebu nao. Haya Zaburi 95. Zaburi 95 fungu la 6. Fungu la 6 95 anasema.
njoni. Sikiliza, njoni. Njoni tuabudu. Njoni tufanye nini? Tuabudu. Tusujudu. Tufanye nini? Tusujudu. Tupige magoti mbele za Bwana. Tupige magoti. Jamani, muwe mnamalizia magoti. Nyinyi mnasema tu ti. Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Basi hata ukome hapo. Huyu rafiki yangu aliniambia kwamba nikisimama nimuonyeshe haya inayoelekeza kupiga nini? Magoti. Ka Bwana hakaijui. Sasa tunza. Biblia imetuonyesha jamani, tunapokwenda mbele za Bwana ni lazima tunyenyekee kwa kupiga nini? Magoti. Hiyo ndiyo maana yake twaha jamani. Na tena sikiliza, tunamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Kimbia Yohana 4. Maana ninakwenda kwa ushahidi. Kimbia Yohana 4. Yohana 4 twende. Fungu la 21 na 22. Yohana 4:21. 21 Yohana 4 anasema Yesu akamwambia. Anzia 22. 22. Soma. Anasema ninyi mnaabudu msichokijua. Jamani Waislamu mnaabudu msicho kijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Endelea. Anasemaje? Lakini saa inakuja. Nayo sasa ipo. Unajua huyu bwana hakuielewa saa iliyokuwa inakuja. Nayo sasa ipo. Ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Ambao wamwabudu wa Mungu halisi watamwabudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Sasa hivi hakuna cha kuweka liuso chini. Tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tayari rafiki yangu amepakia. Alafu ninakualika yani ninatoka hapa Jumapili na kwenda kuliungurumisha Msasi. Twende nikakufue na huko. Maana huko najua kwamba hautaelewa vizuri. Twende shuleni. Kweli. Haya. Hapo nimemaliza kusafisha mazingira. Jambo jingine aliloliongelea ni kutawaza. Kwamba eti leo Yesu aliwatawaza wanafunzi nini jamani? Miguu. Lakini leo hatutawaza nini? Miguu. Jamani, nataka nimwambie rafiki yangu pamoja na Waislamu wote, kutawaza kunakozungumzwa hapa sio kutawaza kwa ibada ya kusali. Bali kulikuwa ni kutawaza kwa kula nini? Pasaka. Mwambie baba. Twende 13 Yohana 13. Ninatolea, yani mahali ulipoingilia mwiba ndipo ninapoutolea. Mwambie Yohana 13. 13 twende. Tunaanzia fungu la pili. Yohana 13 fungu la pili anasema hata wakati wa chakula cha jioni na Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Yesu aliyakijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Akaondoka chakulani akaweka kando mavazi yake. Akaweka kando mavazi yake. Akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Nini? Miguu. Baada ya kula nini? Anataka kula Pasaka. Akaanza kuwatawadha. Endelea. Anasema akaanza kuwatawadha miguu. Akawafuta, akaweka kando mavazi yake. Akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha mimi miguu? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe utanitawadha miguu kamwe? Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Petro akamwambia, Bwana, usinitawadhe miguu. Sasa nitawadhe miguu na mikono na nini? Na kichwa. Lakini Yesu akakubali, alikataa.
Yesu akamwambia, akasemaje? Yeye aliyekwisha kuoga hawezi, hana haja ila ya kutawadha miguu. Hana haja ya kuoshwa mikono na kichwa, ila ni kutawadha nini tu? Miguu. Sasa ngoja nikuonyeshe Waislamu jinsi wanavyofanya ibada ya kutawadha. Kama italingana na ya wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kimbia Qur'ani 5. Qur'ani 5 twende. Maana wao, naomba unisikilize kwanza. Leo ninapenda niwafundishe na wao wapo. Yaani waelewe, wabaki kukataa tu rwa nini? Rwa makala. Lakini ukweli umefika. Sikilizeni. Qur'ani 5. Sikiliza kwanza. Yaani nataka nikwambie kwamba Yesu aliwatawaza wanafunzi miguu peke yake. Lakini sikiliza, Muislamu anapokuwa anafika kwenye ibada ya kutawaza, sema kwanza anatawaza mdomo, anatawaza pua, anatawaza likichwa, anatawaza masikio yote, mkono wa kulia na mkono wa kushoto, anatawaza viganja, anatawaza viwiko hivi. Halafu ndipo anakuja anatawaza nini sasa? Miguu. Lakini je, wanafunzi walifanyiwa hilo? Hapana. Sasa hawa jamani, hiyo haya wameitoa wapi? Hebu soma jinsi wanavyofanya wao. Fanya. Soma Qur'ani 5:6 Qur'ani. Anasema 5:6 Qur'ani. Sikia. Haya. 5:6 Qur'ani. 5:6. Haya. Anasema enyi mlioamini, mnaposimama ili mkasali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu. Osheni nyuso na nini? Na mikono. Naona sasa Yesu aliwaosha nyuso. Hapana. Yesu aliwaosha mikono. Hapana. Sasa mnafuata nyinyi ni Waislamu kweli, Yesu ni Muislamu. Kumbe Muislamu yuko tofauti na wanadamu na Wakristo. Kumbe unaposikia anapokuambia kwamba jamani Yesu alikuwa Muislamu, ni uongo wa kutosha. Maana Yesu hakutawaza mikono, hakutawaza uso, hakutawaza mdomo. Kweli. Anasema endelea. Osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni huku kwenye viwiko huku. Na mpake vichwa vyenu. Na kichwa mlioshe. Na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Muyaoshe na miguu mpaka kwenye magoti. Na mkiwa na janaba basi ogeni. Unaona sasa, mpaka yani mkiwa mmechafuka, janaba inayozungumzwa pale kama yani wamenajisika. Yawezekana amelala na mwanamke, aoge mwili wote. Jamani, hivi hao watu hebu endelea. Anasema na mkiwa wagonjwa au mmo safarini, au mmoja wenu ametoka chooni, au mmoja wenu ametoka kunya, au ameingiliana na wanawake, au amelala na mke wake na hakupata maji. Kama maji yakikosekana, sikiliza, basi kusudieni tayamamuni, udongo. Chukueni maudongo, mchanga ulio safi, mchukue michanga yaliyo safi, na kuupaka nyuso zenu mikono yenu. Ndipo mwanze kwa kunawa kwa kupaka uso na mikono yenu. Jamani, yaani wewe ukiwa unatoka chooni, wewe jitawaza na mchanga tu msoni na jamani, Yesu alifanya hivyo? Hapana. Haya, Yesu ni Muislamu, ni Mkristo? Ni Mkristo. Bwana asifiwe. Amina. Haya, nimehama hapo. Twende. Wenye akili mtakuwa mnaweka. Kingine alichokisema eti sisi tunaimba kwenye ibada. Eti kuimba kwenye ibada ni makosa. Sasa tuiulize Biblia inasemaje? Waambie. Tuiulize Biblia inasemaje? 47 Zaburi. Anasema Zaburi 47. Tuanzie fungu la 6 na la 7. Fungu la 6 na 7 Zaburi 47 anasema mwimbieni Mungu. Mwimbieni nani? Mungu. Mwimbieni nani? Mungu. Jamani, mnapokuwa kwenye ibada mwimbieni nani? Mungu. Sasa huyu anapowazuia, jamani, nawaambia haya ni mashetani. Jamani, ni mashetani, muyaelewe. Maana shetani na Mungu ni watu na adui. Yaani anayoyazungumza Mungu, shetani anafanya nini? Anapinga. Jamani, marizia. Anasema naam. Imbeni. Mwimbieni mfalme wetu. Mwimbieni mfalme wetu. Naam. Imbeni.
Sasa fanyeni nini? Imbeni. Sasa tunataka tumwangalie Yesu. Acha hapo ujumbe umefika. Sawa. Tunamwangalia sasa Isa bin Maryam ambao wanamuita wao. Sasa tunamuita Masihi Kristo, Mwokozi wa ulimwengu. Je, yeye alimba? Kimbia baba Mathayo. Twende baba Mathayo 26. Mathayo 26. Haya fungu la 30. Mathayo 26:30. 26:30 anasema 26:30 anasema anasema nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Wakatoka nje kwenda mlima wa wapi? Wa Mzeituni. Lakini kwenye ibada walikuwa wanapiga nini jamani? Magoti kuimba. Bwana asifiwe. Amina. Lakini wanaweza akauliza kwamba nionyeshe mahali ambapo Yesu alipiga magoti. Kimbia Luka. Maana kila jambo limeandikwa 22. Luka 22. Luka 22. Luka 22 twende. Luka 22:40. Anasema soma. Anasema soma. Alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msiingie majaribuni. Endelea. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Jiwe. Akapiga magoti. Akapiga magoti. Jamani hili nalo akaomba. Basi hata kama ukuliona hili kani kufundisha rafiki yangu. Lakini sasa ngoja nikuonyeshe Biblia inaagizaje kwa watu wa dunia leo wale wanaomwabudu Mungu. Kimbia Isaya twende baba. Kimbia Isaya 45. Sikiliza fungu la 22 hadi 23. Isaya 45:22. Anasema niangalieni mimi. Yesu anasema niangalieni nani? Mimi. Maana Yesu alipiga magoti. Niangalieni mimi. Mkaokolewe. Enyi ncha zote za dunia. Akiwemo na Mwarabu. Maana mimi ni Mungu. Maana yeye ni Mungu. Hapana mwingine. Kwa nafsi yangu nimeapa. Kwa nafsi yake ameapa. Kwa nafsi yangu nimeapa. Neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki. Neno hilo limetoka kinywani mwake katika haki. Wala halitarudi. Ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa. Litafanywa nini? Litapigwa. Hata mzehetwa litafanywaje? Litapigwa. Aliahidi kwamba tukionyesha mafungu hayo tunambatiza. Leo batizo. Andaeni maji. Bwana asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jambo jingine ambalo nataka nimalizie alilolisema. Alisema kwamba ukisimama hapa uje unionyeshe dini ya kweli kama ni Ukristo. Na sasa anasema yeye Ibrahimu ndio wa kwanza katika Uislamu. Jamani ni uongo. Ibrahimu sio wa kwanza katika nini? Katika Uislamu. Nataka niwaonyeshe aliye wa kwanza. Tuonyeshe. Muhammad 6. Kimbilia. Qur'ani 6 fungu la 14. Qur'ani 6 6:14 Qur'ani. Sikiliza. 6:14 Qur'ani. Qur'ani 6:14. 6:14 ni kuonyesha wa kwanza kusilimu katika dunia hii. 6 Qur'ani. 6 Qur'ani 14. Anasema 14 anasema sema je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, asipokuwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, ambaye yeye ndiye mwenye kuziumba mbingu na ardhi, naye ulisha wala halishwi. Sema hakika mimi nimeamrishwa. Rudia. Anasema sema hakika mimi ameamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kuisilimu. Awe wa kwanza katika wenye kufanya nini? Kusilimu. Basi hata unyamaze tu. Asante. Sasa anapowaambia watu kwamba eti Ibrahimu ni wa kwanza, jamani ni kweli ni uongo? Ni uongo. Biblia na Qur'ani, yani Qur'ani yake ndio tunamchapia. Hiyo. Yani unachapiwa kitabu chako labda ukakichome moto. Kweli. Sasa yani Muhammad ndio wa kwanza katika Uislamu. Halafu anafika hapa anasema Ibrahimu ni wa kwanza, Nuhu nani wewe? Jamani, wamekupa na nauli kweli kutoka Kahama huko? Jamani. Unashangaa kwa kweli. Sasa naomba mnisikilize. Bwana asifiwe. Amina. Naomba mnisikilize.
Jambo jingine alilolisema ni hili. Akasema ukisimama hapa, mchungaji akisimama hapa, aniambie dini ya haki kama ni Ukristo. Na yeye alimsema Ibrahimu ndio mwanzilishi wa dini ya nini? Ya haki. Sasa tuiulize Biblia, je, Ibrahimu alikuwa Mkristo au alikuwa Muislamu? Twende. Kimbia Biblia. Katika Wagalatia. Twende. Hakuna kubabaika maana hapo kwenye kompyuta ya Mungu. Wagalatia twende. Wagalatia 3. Wagalatia 3 twende. Tunaanzia 26. 3:26 Wagalatia anasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu. Kwa kuwa nyinyi nyote mlikuwa wana wa nani? Wa Mungu. Kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo. Maana nyinyi nyote mliobatizwa katika nani? Katika Kristo. Endelea. Mmemvaa Kristo. Tumemvaa nani? Kristo. Endelea. Hapana Myahudi. Hapana Myahudi. Wala Myunani. Wala Myunani. Hapana mtumwa. Hapana mtumwa. Wala huru. Wala huru. Hapana mtu mume. Wala mke. Endelea. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Maana sisi sote akiwemo na Twaha tumekuwa wa Kristo. Endelea. Na kama ninyi ni wa Kristo. Hebu sikiliza kwa uzuri sana. Rudia kwa sentensi yako. Anasema na kama ninyi ni wa Kristo. Na kama sisi ni wa Kristo. Basi. Na yani rudia tena hapo. Anasema na kama ninyi ni wa Kristo. Na kama sisi ni wa Kristo. Na kama ninyi ni wa Kristo. Basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Tumekuwa uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Wewe tu hata ili hukuliona. Kumbe Ibrahimu alikuwa nani jamani? Mkristo. Halafu eti unasimama kudanganya watu. Alikuwa Muislamu. Wewe. Jamani. Maana anasema kama wote ni wa Kristo, sisi ni uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Kwa hiyo kumbe Ibrahimu alikuwa nani? Mkristo. Rafiki, kama unapotea, potea wewe peke yako. Lakini Waislamu wenzako, yani ukitoka tu tunawabatiza. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Haya. Naomba tusikilizane. Haya, naomba mnisikilize. Jambo jingine alilolisema, dakika zangu zinaenda. Alisema ya kwamba mtuonyeshe dini ya haki kama ni Ukristo. Tayari tumeshamuonyesha, si ndio? Ndio. Sasa nataka nimfafanulie maana ya neno dini. Mfafanulie. Maana rafiki yangu hajui Kiswahili. Chukua kamsi pale tumfafanulie. Maana maneno yapo kwa ajili ya kusaidia watu wote akiwemo na Twaha. Haya. Twenda 46 ukurasa. Ukurasa wa 46 kamsi ya Kiswahili. Anasema neno dini maana yake ni imani inayohusiana na mambo ya kiroho baina ya binadamu na Mwenyezi Mungu. Maana nyingine neno dini ni njia ya kuhusiana na Mwenyezi Mungu. Ni njia. Neno dini nini jamani? Ni njia ya kumwabudu Mwenyezi nani? Mungu. Ni njia ya kwenda kwa nani? Kwa Mungu. Hiyo ndiyo maana ya neno dini. Qur'ani 3:19 anasemaje? Qur'ani 3:19 twende. Nikufundishe kwa Qur'ani yako rafiki. Qur'ani 3:19 anasema. 3:19 Qur'ani anasema bila shaka dini ya haki mbele za Mwenyezi Mungu anasema ni Uislamu. Na waliopewa kitabu anasema na waliopewa kitabu Mayahudi na Manasara. Mayahudi na Manasara hawakuitirafiana. Basi hata ukome hapo, nenda 99. Qur'ani 99. 3:99. 3:99. Soma maana ya dini. 3:99. Soma maana ya dini. 3:99. Ngoja nifike 3:99 Qur'ani. Soma 3:99. Naomba rafiki yangu uwe unaandika alafu baadaye asisumuliwe. Haya soma. Muda umeisha. Bwana akubariki. Ukipanda hapa uniambie. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hizo ndizo mada zetu za leo na utetezi wake.
Sasa jamani, naomba utulivu sana, naomba utulivu. Tunakwenda sasa katika upande mwingine wa hatua inayofuata. Naomba nimkaribishe mwenyekiti mwenza kwa ajili ya kile kinachoendelea. Ila naomba utulivu mno. Waislamu takbir. Takbir. Dakika 30 za mwalimu wa Kikristo zimepita. Na dakika 30 za Waislamu vile vile tayari. Kila mmoja amesikiliza pande zote mbili. Muda huu sasa ni muda wa summarize. Kwa hivyo tuna dakika 15. Mwalimu wa Kiislamu atapita, baada ya hapo mwalimu wa Kikristo atapita dakika 15, tutaingia kwenye kimbembe cha maswali. Kwa hivyo vipi? Huu ni utaratibu wetu sisi wenye kiti. Sasa kama samale katikati kuna maswali tena inakuwaje hiyo? Kwani kuna tatizo gani? Hiyo ni dalili ya uoga. Tufanye samale, maswali tunamalizia mwisho. Unaona, anasema yeye kakataa bana. Ni hivi, Wakristo na Waislamu hapa tumekuja kufundishana mada. Haya, twende kwenye maswali. Haya, ulizeni. Tutakubali na jinsi wanavyotaka wao, lakini mpaka kieleweke hapa. Na huu ni uoga. Huu ni uoga. Waislamu takbir. Dr. Abedi, uliza swali dakika 3, atajibu dakika 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu Waislamu na Wakristo, muda hesabuni. Unajua ifikia hatua wenzetu waache uoga. Mada zikishaisha ndio huwa kwenye maswali. Sasa uulize maswali mada hazijaisha, usioga huu. Lakini niende nao hivyo hivyo kwa sababu mimi ni mtaalamu. Huseni baba. Huseni nipo. Soma Qur'ani sura ya 5 ya 3. 5:3 inasemaje? Leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Ndiyo. Basi msiwaogope. Niogopeni mimi. Ndiyo. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Mungu anasema leo nimekukamilishieni dini yenu. Dini yenu. Na nimekutimizieni neema zangu juu yenu. Ndiyo. Na nimekupendeleeni Uislamu. Uislamu uwe dini yenu. Mungu anasema na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndiyo dini yenu. Dini yenu. Kristo maana yake ni mpako mafuta aliyetakaswa ili awe kuhani au nabii. Wayunani wakaita Kristo, maana yake sio dini. Mungu anasema leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Msiwaogope bali niogopeni mimi. Leo nimekutimizieni dini yenu na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Aya gani ndani ya Biblia huyo Mungu wenu kawapendeleeni Ukristo? Ukristo uwe dini yenu, uwe dini yenu. Mungu anamtaja shetani kwenye Uislamu, kwenye Qur'an. Shetani anapata uzima wa milele. Kutaja Kristo si sababu, tunataka iwe dini. Ni dini au ni jina? Wewe Huseni baba, tusomee hiyo Biblia ukurasa 282, Samueli wa kwanza au wa pili. Inasema hivi. Ukurasa 282. Ukurasa 282. Ndiyo. Inasema ndiyo. Neno Kristo maana yake ndiyo neno Masihi ni kwa Kiebrania maana yake ndiyo ni mti wa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta ndiyo ili awe mfalme au kuhani ndiyo au nabii kwa Kiyunani. Wayunani katika maneno hayo ya vyeo vyote wakaita nini? Walimuita Kristo. Kristo cheo, Kristo dini. Kristo cheo. Dini yenu nyinyi dini gani? Ukristo dini? Ikiwa Kristo pale ni cheo, aya gani Ukristo dini yenu Mungu kawapendelea? Sijui nimeeleweka hapa? Nimetoa aya Uislamu ndio dini Mungu kairidhia. Aya gani Ukristo ni dini Mungu ameiridhia? Si cheo. Mtuambie leo kama mna cheo, mtuambie dini yenu Ukristo
wapi Mungu kasema Ukristo ndio dini? Nimeeleweka? Bado una dakika. Nimeeleweka tumpe ile tawadha. Alisema sio kutawadha kwa ajili ya kusali. Anenda nyuma ya maneno magumu Biblia. Maneno magumu Biblia inasema tawadha. Ndio maana yake nawa au oga mbele ya kusali. Nyewe wenye macho hebu mfunulieni huyu awe anaona. Inawezekana ninamuonea. Ni ukurasa wa 100. Inawezekana huyu ninamuonea. Hebu nyewe wenye macho mwe mnamfunulia. Ukurasa wa 100. Maana yake oga nawa mbele ya kusali, mbele ibada inakuja. Mwalimu. Salamu alaykum. Waislamu takbir. Takbir. Swali lilivyoulizwa mmesikia? Mmesikia swali lilivyoulizwa? Wakristo swali mmesikia? Semeni basi kwa sauti au hamnipendi. Swali limeulizwa mmesikia? Sasa namkabidhi mwenyekiti mwenza maiki ili ampandishe mwalimu atoe majibu ya swali hilo, kisha we ndio jaji. Kilichoulizwa, kinachojibiwa ndio sawa sawa. Mwenyekiti mwenza, kamata maiki, kukuruka, mlete mama atupe majibu. Jamani, Bwana asifiwe. Baba ametoka, anaingia mama. Karibu sana Bwana Robert kwa ajili ya jibu la swali. Ya Bwana ni mwema. Sasa ninaomba tuelewe hivi. Unaposimama kuuliza swali, usitoe somo. Sio usifikiri kwamba sisi ni wageni. Mimi naweza nikakomea hapa nikakuachia nafasi. Unaposimama uuliza swali tu. Waislamu. Naomba tuelewe. Hebu kaeni kimya. Naomba tuelewe. Kimya. Ninaenda kujibu swali. Siku nyingine au dakika zingine ukifanya hivyo ninakukataa. Lakini mwalimu sikiliza kidogo mwalimu. Ngoja mimi niendelee kujibu swali. Naomba nipewe dakika 5 za kujibu swali. Haya. Swali lake limeulizwa hivi. Eti Kristo ni mpakwa mafuta, ni mtiwa mafuta. Yeye anaomba sasa tumuonyeshe kwenye Biblia kwamba jamani dini ni Ukristo. Hilo tu ndio anafanya nini? Anaomba kwamba dini ni nini? Ni Ukristo. Na mimi nimemfafanulia hivi, dini maana yake ni njia ya kumwabudu nani? Mungu. Ninataka nisome hii Qur'ani ambayo niliiachia kwanza. Qur'ani 3 fungu la 99 soma. Qur'ani 3:99. 99 anasema Qur'ani 3. Haya. 99. Anasemaje? Sema, enyi mliopewa kitabu. Sisi tuliopewa Biblia. Kwa nini mnawazuilia watu na njia au dini ya Mwenyezi Mungu? Mnawazuilia watu katika njia au dini ya Mwenyezi nani? Mungu. Ina maana kumbe njia ni dini. Na dini maana yake ni nini? Ni njia. Sasa ninataka nikuonyeshe kwenye Biblia dini ya kweli ni nani? Twende katika Yohana 14. Yohana 14 twende. Waislamu wamuelewe dini ya kweli ni nani? Njia ya kweli. Twende. Yohana 14. Fungu la 6 hadi tuanzie fungu la 4. Anasema, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako. Nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Njia. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Na kweli. Na uzima. Na nini? Na uzima. Bas. Yesu ndiyo kweli, ndiyo njia, kweli na nini? Na uzima. Malizia. Anasema, malizia. Mtu haji kwa Baba. Mtu haendi kwa Mungu ila kwa njia ya mimi. Ila kwa njia ya nani? Ya Yesu. Kumbe ili twende mbinguni ni sharti tumwamini nani? Yesu. Kwa hiyo Yesu ndiyo njia, na njia ni nini? Ni dini. Bwana asifiwe. Amina. Alafu habari ya kukwambia kwamba eti kusali, eti kutawaza ni kusali. Jamani, sikiliza Qur'ani inavyokuambia. Kimbia haraka. Qur'ani twende. Sikiliza 10. Qur'ani 10. 87 soma fafanuzi.
Nikuonyeshe Waislamu walivyoambiwa kusali, wasariji. Qur'ani 10:87. Nyinyi mnasali kwa kushujudu na kutawaza. Fafanuzi anasema hivi. Anasemaje? Qur'ani 10:87. Ilivyokuwa hawawezi kujenga misikiti wasali humo. Ilivyokuwa hawawezi kujenga misikiti ili wasali humo. Wanaambiwa wasali humo majumbani mwao. Wanaambiwa wasali humo majumbani mwao. Wafanye humo mahala pa kusali. Tunaambiwa kusali kwa kusimama. Unaona, wanaambiwa wasali kwa kufanya nini? Kwa kusimama. Ikitomkinika sali kwa kukaa. Wasali kwa kufanya nini? Kwa kukaa. Ikitomkinika sali kwa kulalia ubavu wa kulia. Musali kwa kulalia ubavu wa wapi? Wa kulia. Jamani, mmefanya hayo. Endelea. Ikitomkinika sali kwa wa kushoto. Sali kwa kulalia ubavu wa kushoto. Endelea. Ikitomkinika sali kwa kulala chali. Kwa kulala nini? Chali. Sasa ukome hapo. Mbona hawajalala chale? Ukisimama mje mniambie kwa nini hamulali chale? Mwisho wa swali. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Basi nafasi ya mzee Robert Amka au upande wa Ukristo kwa swali moja. Tumepewa muda wa mwisho, kwa hiyo tumepewa nafasi maalum. Wanaomba mzee Robert Amka au upande wa Ukristo, tunakaribisha swali moja kutokana na hoja iliyotolewa hapo mwanzoni. Karibu sana. Haya, Bwana ni mwema. Naendelea kukanyagia gia. Sikiliza, simama na Samueli wa pili. Mahali ulipoingilia mwiba ndio naenda kuutolea hapo kwa swali. Twende Samueli wa pili 10. Soma fafanuzi kama walivyosoma. Samueli wa pili 10. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 2:10. Samueli wa kwanza 2:10. Soma fafanuzi. Maelezo ya chini. Soma. Anasema haya 2:10. Samueli wa kwanza anasema au ng'ombe wa miaka 3. Endelea zile fafanuzi. 2:10. Haya, hujapata? Sema tu mimi niulize swali kama umerekoswa. Nimerekoswa. Haya, sikaa niulize swali. Sawa. Amesema hivi, Kristo maana yake ni kutiwa mafuta. Mtu anapotiwa mafuta eti anakuwa kuhani au nabii au mfarume. Si ndio jamani, mlimsikia? Swali langu linaulizwa. Nabii Muhammad Kikorowani anaitwa nabii. Sasa ikiwa na yeye alitiwa mafuta ya kuwa nabii, leo kwa Kiyunani tumtambue naye ni Mkristo? Na kama nabii Muhammad ni Mkristo, wao ni wakina nani? Waje wanijibu. Jamani, Bwana asifiwe. Naomba nimkaribishe mwenyekiti mwenza ili aweze kumkaribisha atakayetoa jibu katika upande huo. Waislamu takbir. Wakristo haleluya. Nadhani swali tulilouliza mmelisikia na majibu mmeyasikia. Na swali lililoulizwa na Mkristo mmelisikia. Sasa sikiliza majibu. Dr. Abedi, kamata maiki, fundisha umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu tumswalieni mtume. Allahumma salli. Tumswalieni mtume. Kwanza nijibu swali hili kwa sekunde tu. Ndio huwa namwambia, nyie wenye macho hebu msaidieni huyu hata maswali ya kuniuliza. Atambue anayeongea naye hapa sio kichwa cha kawaida. Ametafuta kujiegemeza katika Samueli wa pili, Samueli wa kwanza 2:10. Maneno yale rudia ukurasa wa 282. Rudia baba. Inasema hivi. Neno kuhani. Asoma vizuri. Mimi neno masihi. Maana yake ni mtiwa mafuta. Ndiyo. Au aliyowekwa wakfu kwa kutiwa mafuta ili awe mfalme. Ndiyo. Au kuhani au nabii. Ndiyo. Kwa Kiyunani aliitwa Kristo. Akatengeneza swali, je, ikiwa Muhammad ni nabii naye amuoni kwamba na yeye ni Kristo, akiwa na maana na Muhammad ni nani? Mkristo. Nataka nikufafanulie. Warumi ambao wamewaletea nyinyi dini
walitambua Kristo maana yake ni Mungu, na ndio maana wakamuita Yesu Mungu. Ushahidi wapi? Wakorintho wa kwanza 11:1 inasema hivi, ndiyo, mnifuate mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Paulo anasema mnifuate mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Paulo ndio alimtukuza Yesu kwamba ndio Mungu, maana yake Kristo. Endelea. Basi ndiyo, basi na wasifu, ndiyo, na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, ndiyo, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Paulo anasema mmeyashika nyinyi mapokeo kama alivyowatolea yeye. Endelea. Lakini nataka mjue ya kuwa. Paulo sasa anakufundisha mchungaji, anataka ujue ya kuwa, naenda kujibu swali lako hapo, sikiliza majibu. Kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke, na vichwa vya wanawake, na kichwa cha mwanamke ni nini? Ni mwanamume. Endelea. Na kichwa cha Kristo ni nani? Ni Mungu. Umeona? Sasa Muhammad si tumuite Mungu? Tumuite Mungu? Mchungaji umekuaje? Muingize darasani. Na kuingiza darasani kidogo. Kwa hiyo Yesu alikusudiwa na Bwana Paulo, mafundisho yake Paulo alimfanya Yesu Mungu. Katika lugha yao wakaita Kristos, maana yake Mungu. Kwa hiyo akafanywa Yesu kuwa Mungu. Ndio maana leo unapokuta waandishi wanaandika Kristo Yesu, yani Yesu Mungu, Yesu Mungu. Sasa wafuasi ama waandishi, Paulo akaliweka hili wazi, kila kichwa cha mwanamume ni Kristo na kila kichwa cha mwanamke ni kichwa cha mwanamume, maana kichwa cha kila mtu ni Mungu. Sasa hebu nyie aliye Mungu hapa anyoshe mkono juu. Si umeona? Mchungaji umekuaje? Yaani unaniuliza mimi swali hili rafiki yangu. Sasa Muhammad hawezi kuwa Mungu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sijui umenielewa vizuri wewe? Haya, nina muda wangu hapa, nataka nikufagie vizuri. Huyu bwana mimi nikauliza swali, akaenda kunitolea Yohana 14:6. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngelinijua mimi mngelinipenda. Mimi sijauliza njia ya Yesu. Njia, manabii wote walikuwa njia. Mwanzo 18:18 Ibrahimu alikuwa njia. Zaburi 27:11 Daudi alikuwa njia. Kwenye Qur'ani 153 Muhammad ni njia. Ina maana Muhammad dini kwa mawazo yake, Muhammad dini, Ibrahimu dini, Daudi dini, Yesu dini. Hivi Waislamu hivi naingia mimi nilikutege iala, nilijua lazima uje uingie mzima mzima, nikutege wewe uchomoke kweli. Waislamu tumswalie ni mtume. Akaja akazungumza habari eti ya Waislamu wasali wamelala, wamekaa. Hizi habari anaambiwa Nabii Musa. Kwa yoyote anayeumwa lazima awe, hata kama yuko kitandani anafanya ibada. 10:84 soma. 10:84 Qur'ani inasema. Unakurupukia maandiko ya Qur'ani. 10:84 mwalimu. Biblia hujaijua utaijua Qur'ani. Inasema hivi. Soma. Na Musa akasema. Unasikia? Aya hiyo yeye ametoa ufafanuzi. Mimi naanza na aya ndio tunaenda ufafanuzi. Na Musa akasema nini? Enyi kaumu yangu. Ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu. Ikiwa nyinyi mnamwamini, alafu nyinyi wa Sabato si ndio mnafuata habari za Musa? Musa anawaambia kama nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye. Kama nyinyi ni Waislamu kweli. Haya, wewe Muislamu unafuata msabato Musa, wewe Muislamu. Mchungaji wewe, hata wewe rafiki yangu. Kwa hiyo habari hizi Musa anaambiwa watu wako hata kama ni wagonjwa lazima wafanye ibada, hata kama kitandani wamekaa, lakini sharti wafanye ibada. Anza haya alafu nenda ufafanuzi. Mchungaji umekuaje? Ufafanuzi mwalimu. Maliza au si alishausoma? Naona wakasema tumemtegemea Mwenyezi Mungu. Subiri, mimi nataka maswali yawe mengi, sitaki nimalize huo muda. Muda umekwisha. Haya, asalamu alaykum, njoo tena au kwenye msamali. Waislamu takbir. Takbir. Majibu yetu ndio hayo. Wakristo majibu mmeyasikia? Mbona mnaitikia polepole? Mmeyasikia? Haya, nakabidhi maiki kwa mwenyekiti mwenza. Nadhani tunaendelea na summary. Mwenyekiti mwenza, tunaendelea na summary. Kwa hiyo tunaanza sisi, si ndio? Naam, tunaingia katika summary sasa. Dakika 15. Na summary tunaanza sisi kwa sababu ndio tuliochagua mada na ndio tulioanza kupeleka mada. Summary tunaanza sisi. Kwa muda huu sasa, Dr. Abedi, usichoke baba. Rudi kakamate maiki.
uwafundishe umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Waislamu, kwanza niliuliza mimi swali la kimtego hapa, rafiki yangu akashindwa kujibu swali lile, naingia kwenye summary. Mimi nimetoa aya ndani ya Qur'ani, aya nimeirudia mara 2. Mungu anasema, leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu, msiwaogope, niogopeni mimi. Leo nimekutimizieni neema zangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndio dini yenu. Mwalimu kakukuruka dakika 30 ya kutoa aya ndani ya Biblia kwamba Ukristo ni dini. Katoa? Hapana. Katoa? Hakutoa. Na haipatikani kwa sababu Ukristo ni dini ya serikali. Nikamatie kitabu cha historia ya kanisa. Kitabu cha historia ya kanisa. Yani mimi wanakutega tu. Kitabu mmeandika wenyewe. Haipatikani ndani ya Biblia Ukristo ni dini, kwa sababu Ukristo ni dini ya serikali na si dini ya Mungu. Kamata kitabu cha historia ya kanisa ya kwao, waandishi wao wenyewe, si kazi yetu kusoma. Unacho tayari? Ukurasa wa 27, na akitaka tutamwazima, atakuja na yeye asome msomaji wake. Ukurasa wa 27. Ndio. Inasema hivi. Ndio. Baada ya Konstantino. Baada ya Konstantino. Ndio. Makaisari wenyewe walikuwa Wakristo sana. Na mwaka 400 mambo yaligeuka kuwa kinyume cha hali ya awali. Ndio. Serikali ya Kaisari ilitangaza Ukristo kuwa dini rasmi ya serikali. Kumbe Ukristo ni dini ya serikali, na ndio maana ndani ya Biblia haukuti Ukristo ni dini ya Mungu, bali vitabu vya historia vinakubali Ukristo ni dini ya serikali. Na ukikitaba kitabu hicho, hebu uje umwandalie msomaji wake, atakisoma historia ya kanisa, sio cha kwetu hicho. Na kiomba hicho kitabu. Nakiomba. Maliza hiyo. Maisha ya watakatifu, ukurasa 400. Ukurasa wa 470. Shika msomaji, utasoma wewe. Si atudanganye hapa. Ukurasa 473, chapa. Inasema hivi. Ndio. Lakini miaka michache tu baada ya Konstantino kujipatia madaraka kama Kaisari wa Roma, alitoa sheria iliyowapa Wakristo uhuru wa dini. Ndio. Sheria hiyo ilitolewa mwaka 313 na inajulikana kama mapatano ya Milano. Ndio. Kwa hiyo basi Silvester alipochaguliwa kwa papa wa kanisa zima, ndio, hali ya kanisa ilikuwa tulivu sana. Mateso ya Wakristo yalikomeshwa mara pote alipotawala Konstantino. Ndio. Makanisa yalijengwa kwa gharama ya serikali. Makanisa yote yakajengwa kwa gharama ya serikali, kwa sababu Ukristo ni dini ya serikali. Haya wanaandika wenyewe mapadri. Subiri. Tuwasikilize wakubwa wenu, tuwasikilizeni nyinyi watu wadogo wadogo huku Msonga. Soma, maliza. Siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili mnayofanya nyinyi ibada. Siku ya Jumapili iliwekwa kuwa siku ya kupumzika maofisa wa serikali. Kumbe ni siku ya mapumziko. Nyinyi mnaenda kufanya ibada kanisani nini siku ya Jumapili? Kumbe ni siku ya mapumziko, ya kupumzika maafisa ya serikali. Nyinyi kufanya ibada mnatoa wapi? Hivyo vitabu wanaandika. Lete na hicho. Mwalimu, na leo atatuambia. Lete na hicho. Vitabu mnaandika wenyewe hivi. Mwalimu, usimfunikie. Mimi sitaki apate shida, funua. Leo atatuambia. Msomaji, chukua vitabu vyenu wenyewe hivi. Shika na hiki. Shika na hicho, mje mpipitie. Waislamu tumswalieni mtume. Allahumma salli ala. Tumswalieni mtume. Allahumma salli. Waislamu tunaposema Uislamu ndio dini, ndio maana mimi nikatoa tendo la kutawadha. Rafiki yangu alipopanda hapa akasema kutawadha hakuna maana, hautakiwi kwenda kusali. Ukija rudia tena maneno magumu nyuma, tawadha, oga mbele ya kusali. Kwa hiyo ndapotaka kuswali lazima utawadhe. Lakini pia akasema kusujudu sio uweke paji la uso chini. Mmepata wapi? Hebu nyie wenye macho msaidieni huyu. Kutoka 34:8. Nitasoma katika kitabu cha Kutoka. Ndio. 34:8 inasema. Inasemaje? 34:8 inasema. Musa akafanya karaka. Ndio. Akainamisha kichwa chake. Hebu mmoja asimame hapo. Simama haraka shehe. Musa akafanya karaka, akainamisha kichwa chake. Rukuu. Akainamisha kichwa chake. Ndio. Hata inchi. Akasujudu. Hiyo ndio tendo la kusujudu, unaweka paji la uso chini, akasujudu. Ndio maana alipotoa katika kitabu cha Zaburi, huyu bwana alitoa 95:6, wakapiga magoti wakasujudu. Hivi Muislamu unaweza kwenda kwenye sijida bila kupiga magoti?
Inawezekana. Ndio maana waandishi wakaweka mambo mawili, unapiga magoti, unasujudu. Maana yake magoti yanatangulia, kisha paji la uso linafuata chini. Na hii nawaambieni Wakristo, sitaki ushabiki wala sitaki msilimu, akili zenu ndio zifanye kazi, mtakuja kuingia kwenye Uislamu. Asiyesujudu huyu siku ya kiyama Mungu anamletea wadudu wafuatayo. Nisomee kitabu cha Ufunuo 9:11. 9:1. Nitasoma katika kitabu cha Ufunuo. Sikiliza. Ufunuo 9:1 inasemaje? Inasema, ndio, malaika watano wakapiga baragumu. Ikaona nyota iliyotoka mbinguni. Ndio. Imeanguka juu ya nchi. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Ndio. Akafungua shimo la kuzimu. Sana. Moshi ukapanda kutoka mle shimoni. Ndio. Kama moshi wa tanuru kubwa. Sana. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimo. Ndio. Nzige wakatoka katika ule moshi. Nzige watatoka siku hiyo ya kiyama katika ule moshi, kisha wakaenda juu ya nchi. Ndio. Wakapewa nguvu kama nguvu walionayo inke wa nchi. Ndio. Wakaambiwa Mungu akawapa amri nzige wale ya kwamba wasiazuru majani wala kitu chochote kilicho kibichi. Ndio. Wala mti wowote. Ila wale watu wanaotakiwa kuzuliwa na nge wale siku hiyo, ila wale watu wasiona muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Waislamu tumswalieni mtume. Kwa hivyo nyinyi mtapata shida, kwa sababu ili upate ile alama sharti paji lako la uso liguse chini. Ndio maana Yesu akasema, na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki cha Biblia msujudieni Mungu. Maana yake weka paji la uso chini. Wewe unawadanganya watu kupiga magoti. Jamani, hivi ukienda polisi adhabu ya kwanza unafanya nini? Unapiga magoti. Shuleni nyinyi mnaosoma ukichelewa namba huwa Mungu mwalimu anakufanyaje? Sasa kupigisha magoti. Ndio mjue hiyo ni adhabu. Anamzungumza habari ya Yesu, eti Yesu alipanda mlimani akapiga magoti. Mbona ukusoma akaanguka kifulifuli? Mbona ukusoma? Au ulionapo pagumu hapo? Mwalimu. Hawa watatuambia leo wa Jumamosi na wa Jumapili nani amewaambia? Subiri wewe. Naam. Wewe. Nipo. Useni. Huyu bwana alizungumzia hoja moja kwamba Waislamu wanaabudu makaburi. Si alisema hivyo Ndio. Nakupa umweki 8:2 Qur'ani. Hoja usije ukairudia tena. 8:2 Qur'ani inasema. Chapa haraka. 8:2 Qur'ani inasema. Ndio. Hakika Waislamu wa kweli ndio ni wale wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu huwazidishia imani. Ndio. Wakamtegemea Mola wao tu. Ndio. Hawana kuabudu makaburi. Hawaabudu makaburi. Wala mizimu. Wala uchawi. Tulia. Ukimkuta Muislamu makaburini anaabudu mizimu, mwambie hivyo bana, we kafiri mwenzangu. Uislamu hauamrishi hivyo, we kafiri mwenzangu, ili utakuwa umenielewa. Mabwana, Ukristo ni dini ambayo sio ya Mungu, haikutoka kwa Mungu. Waanzilishi wake dini hii ni Bwana Paulo, wala Yesu. Na Ukristo sawa na bangi na polisi. Wakorintho wa kwanza 4:14. Nitasoma katika kitabu cha Wakorintho. Alioanzishia nyinyi wa Kristo. Wakorintho wa kwanza 4:14 chapa haraka. Wakorintho wa kwanza ndio 4:14 inasema. Inasemaje? Siandiki hayo ya kuwatahayarisha. Ndio. Bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Ndio. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, lakini hamna baba wengi. Kwa nini? Maana mimi ndimi baba yenu niliyowazaa katika Kristo. Umeona? Paulo ndio kawazaa nyinyi katika Ukristo. Kaanzisha dini hiyo wapi? Antiokia. Mnanitazama ndio hivyo hivyo. Matendo ya Mitume 11:25. Matendo ya Mitume 11:25. Kaianzisha Antiokia hii dini. Yaani leo siri na bumburuka yote mmeataka wenyewe. Tulia wewe. Yaani hao wanachokoza ugomvi wamevaa taulo. Si hatuhangaiki ngumi, tunaitafuta taulo tu, tunaivuta, unabakia mte kuisha. Soma Matendo ya Mitume 11:25. Matendo ya Mitume 11:25. Inasema hivi. Inasemaje? Kisha Barnaba alikwenda Tarso kumtafuta Saulo. Ndio. Alipompata alimleta Antiokia. Ndio. Na wote wawili walikusanyika kwa muda wa mwaka mzima. Ndio. Wakifundisha kundi kubwa la watu. Sana. Huko Antiokia. Sana. Ndiko kwa mara ya kwanza wafuasi waliitwa Wakristo. Hapo Antiokia kwa mara ya kwanza wanaitwa Antiokia. Yesu alishapaa muda mrefu, lakini vile vile hawa Wakristo walioitwa Antiokia walipewa dini na watu gani? Niteremkie ufafanuzi hapo. Wakristo maana yake ni wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga. Hilo ni jina la kupanga. Hilo Kristo ni jina la kupanga walilolitumia kwa kina nani? Wapagani. Wa wapi? Wapagani. Wa wapi? Kumbe nyinyi mmeanzishiwa dini na wapagani wa Antiokia. Maliza. Wagalatia 3:17 ufafanuzi.
Maliza. Mungu alitoa ahadi kwa babu za Israeli Ndiyo. bila kuwadai kushika sheria. Kwa nini? Wayahudi usadiki kuwa hakuna wokovu ila kwa kushika Taurati. Kwa hivyo walitaka kuwashurutisha Wakristo wapagani wafanye nini? Wakristo wapagani wafanye nini? Kushika Taurati. Kumbe Ukristo umeanzishwa Antiokia na waanzilishi wenu wapagani. Ndio maana ikawa dini ya serikali huko Roma. Waislamu tumswalieni mtume. Baada ya Paulo kuanzisha Ukristo, ikalazimika apeleke ripoti katika nchi ya Roma, sio ya kwa Mungu. Akapelekaje ripoti baba? Ipo. Warumi 1:78. Itasoma katika kitabu cha Warumi. Ndiyo. 1:78 inasema hivi. Inasemaje? Inasema Warumi 1:78. Paulo anarudisha ripoti, Ukristo kisha ueneza, anapeleka ripoti kwa wakubwa wake. Anawaambiaje? Warumi 1:78 inasema hivi. Ndiyo. Inasema kwanza namshukuru Mungu wangu. Ndiyo. Katika Yesu Kristo. Ndiyo. Kwa ajili ya nyote. Kwa kuwa imani yenu Warumi sasa inahubiriwa katika dunia nzima. Ndio maana msonga hao wamefika wakihubiri imani ya Kirumi. Waislamu tumswalieni mtume. Sasa wanaacha kushika dini ya Mungu, wanashika imani ya dini ya Kirumi. Una 5. Huu si mtihani huu. Una 5 tu mwalimu. Bado una 5. Waislamu tumswalieni mtume. Takbir. Huyu bwana alikuja akasema njia ni dini. Njia ni dini. Alisema hivyo Hivi niwaulize, hiyo barabara ya lami hiyo si ni njia hiyo? Naam. Na hiyo tuiite dini? Kwa akili zake. Tuiite dini hiyo? Alipozungumza mimi ndimi njia, kweli na uzima, maana yake watu Wayahudi wafate mafundisho ya Yesu, kwa sababu Yesu katumwa na Mungu, na ndio maana kila nabii alikuwa ni njia kwa wakati wake. Ndio maana Biblia mbili ukizisoma, ya Kiingereza na ya Kiswahili, katika hiyo 14:6 zinatofautiana maneno. Katika njia katika Biblia ya Kiingereza 14:6 inasema I am the way, inabaki kuwa ni njia ile ile. Ukisoma Biblia hiyo ya Kiingereza 14:6, ukisoma Yakobo 2:17 Biblia ya Kiingereza inasema I am religion. Dini maana yake Kiingereza religion, ndio maana vitu hivi vikatofautiana. Kwa hiyo sio kila unapokuta njia dini. Mchungaji umekuaje? Hebu nyewe wenye macho muwe mnamsaidia nsije nikawa namuonea bure. Waislamu tumswalieni mtume. Lakini hebu uchukue kama dini ndio njia, niende na akili yake. Mungu anasemaje ndani ya Qur'ani 6:126? 6:126 inasema. Inasemaje? Haraka. Na hii dini ya Uislamu ndio nini? Ndio njia ya Mola wako. Ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Na ndio maana Yesu alipotambua dini ya Mungu ni Uislamu, na Waislamu wanasali misikitini, na yeye alifanya jambo hili 4:16 Luka. Kisha mtaniambia nyinyi mlioshika sabato kanisani kufanya nini? Aliyekuwa Yesu aliingia misikitini. Soma. Kisha Yesu akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Ndiyo. Na siku ya sabato Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi. Yesu anaingia ndani ya masinagogi. Nini maana ya masinagogi? Nenda kwenye nyuma, maneno magumu. Sinagogi maana yake nini? Msikiti. Sasa nyinyi kanisani nani amewaambia mwende? Sinagogi maana yake ni msikiti. Yesu alikuwa akienda msikiti. Hata Musa mlioshika sabato, Musa ibada zake zilikuwa ni msikitini. Matendo ya Mitume 15:21. Matendo ya Mitume 15:21 inasema. Inasemaje? Inasema kwa maana tangu zamani za kale Musa anawatuhubiria mambo yake. Ndiyo. Katika kila mji, kusoma kila sabato. Wapi? Katika masinagogi. Haya, wasabato wanaoingia ndani ya masinagogi ambayo ni msikiti, wanyoshe mkono juu. Si umeona? Hawapo. Musa sabato yake ilikuwa inasomwa ndani ya masinagogi. Maana ya sinagogi, nyuma maneno ya magumu, ni msikiti. Nyie makanisa mmetoa aya gani Yesu kawahi kuingia kanisani? Atakapita akasema humo ndani wa Kristo haleluya humo kanisani? Hakuna. Waislamu tumswalieni mtume. Manabii wote walikuwa ni Waislamu, na ndio maana hakuna aya ndani ya Biblia Ukristo ni dini, hakuna. Lakini tumekuta aya nyingi ndani ya Qur'ani, Uislamu ndio dini. 3:85 Qur'ani. 3:85 Qur'ani. Inasema hivi 3:85. Ndiyo. Katika kitabu cha Qur'ani. 3:85 nimeipata. Inasemaje? Inasema hivi mwalimu. Ndiyo. Na anayetaka dini sio kwa ya Kiislamu. Kama huyu Albert nani huyu?
basi huyu asiyetaka dini ya Uislamu ndio anajijua huko ndio basi dini yake haitokubaliwa kwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe dini yako haikubaliwi na akhera ndio atakuwa miongoni mwa watu wenye hasara yangu, utakuwa miongoni mwa mwenye hasara kubwa kabisa. Maana manabii wote walifanya ibada msikitini, wanaofanya ibada msikitini ni Waislamu. Yesu ibada yake ilikuwa msikitini, Musa ibada yake ilikuwa msikitini. Nyie kanisani nani kawaambia? Naam, Waislamu tunaenda peponi 43:68 43:68. Yani hapo aya zimejaa kibao tofauti muda tu. Inasema hivi. Chapa sikiza Waislamu hao waliokubali dini wanaenda wapi? Chapa anasema, "Enyi waja wangu mlio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo, wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili, wataambiwa, ingieni peponi nyinyi na wake zenu." Waislamu wote maliza, mtafurahishwa huko. Waislamu wote wataenda peponi. Na Yesu naye ataenda peponi. Luka 23:43. Inasema hivi. Yesu akamwambia, "Amini nakwambia leo hivi utakuwa nami." Wapi? Peponi. Waislamu peponi wanakunywa supu na Yesu peponi wanakunywa supu. Salamu alaykum. Muda umekwisha. Waislamu takbir. Takbir. Naam, mimi siongezi. Narudisha maiki kwa mwenyekiti mwenza ili ampandishe mwalimu dakika 15 summarize. Jamani, Bwana asifiwe. Vyuma vinaumana, si ndio? Lakini mwisho wa vyuma huwa kimoja kinapasuka. Karibu sana Bwana Robert. Karibu Robert kwa ajili ya summarize somo hili. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ninapanda hewani kwa dakika 15. Naomba muwe makini. Ila kitu nilichowaambia ni kimoja jamani. Mnapaswa muishi kwa imefanya nini? Imeandikwa. Kitu ambacho kingine niliwaambia, msikubaliane na vitabu vidogo vidogo. Bwana asifiwe. Amina. Sasa ninataka nianze kumsaidia huyu bwana kwa mara ya mwisho. Sasa akikatarwa makala, aferwa nini sasa? Wa makala. Mimi nitakuwa nimenawa. Kwanza ninapenda niwaambie hivi. Mtu huyu leo ninataka nimfunue mumuelewe na nyinyi kwamba kumbe Waislamu wote ni waongo. Bwana asifiwe. Amina. Kwa sababu gani mtawaelewa kwamba ni waongo? Jana alipanda jukwani hapa akaniambia hivi, siku yoyote ukipata aya, naomba mnisikilize vizuri, ukipata aya inayosema ya kwamba Yesu alibatiza, ninavua kanzu, ninaweka chini, mnanifanya nini? Tunambatiza. Jamani, hamkusikia kauli hilo jana? Tulisikia. Jamani, mliisikia? Ndio. Waislamu mliisikia? Toa ulisema. Sasa ameanza kutetemeka mwenzetu. Sasa nataka nimuonyeshe hiyo aya, halafu tumfanye nini sasa? Tumbatize. Kimbia rafiki yangu, kimbia tunaenda 3. Yohana 3. Fungu la 22. Yohana 3:22. Sikiliza. 22 Yohana 3 anasema, baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Yesu na wanafunzi wake wakaenda mpaka nchi ya Uyahudi. Akashinda huko pamoja nao. Akibatiza. Akifanya nini? Akibatiza. Ninaomba tu soma na 26 anasema wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama huyo anabatiza. Tazama huyo anafanya nini? Anabatiza. Jamani, leteni maji mumbatize. Tukubatize. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo akikataa kubatizwa, muwafahamu Uislamu tangu leo ni waongo wote. Bwana asifiwe. Amina. Haya, sikiliza. Alipopanda hapa alisema kwamba Nuhu ni Muislamu, Ibrahimu ni Muislamu, Yesu ni Muislamu, sijui na nani, lakini niliwaambia kwamba kabla Yesu hajazaliwa
hajafa msalabani. Wenye dhambi wa zamani walisamehewa dhambi zao kupitia damu za nani? Za wanyama. Nuhu, naomba muandike tu, hilo hatutasoma. Nuhu 8 anaandika, Mwanzo 8 fungu la 20, alichinja mnyama. Halafu Ibrahimu andika ile Kutoka, Mwanzo kwanza, andika Mwanzo ile 22 lile fungu la 11 hadi 13, alichinja kondoo. Halafu andika tena, andika nyingine ile ya Kutoka. Andika Musa alichinja Kutoka 24 fungu la kwanza hadi la 8. Sasa nataka mniambie, na Biblia inasema baada ya Yesu kuja duniani, ina maana sasa mambo ya kafara yote yakafanya nini jamani? Yakaisha. Biblia ikaandikwa Yohana 1:29. Yohana 1:26. Yohana 1:29. Haya. 1:29 Yohana. Anasema. Anasema 1:29 Yohana. Soma. Siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake. Wakamwona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, aichukua dhambi ya ulimwengu. Anayechukua dhambi ya ulimwengu. Yesu akawa mwana kondoo wa nani sasa? Wa Mungu. Sasa hivi hatukombolewi kwa damu ya wanyama, za kondoo, za mbuzi, za ng'ombe. Tunakombolewa kwa damu ya nani? Ya Yesu. Sikiliza Petro wa kwanza 1 fungu la 18. Petro wa kwanza 1 fungu la 18. Petro wa kwanza 1:18. 1:18 Petro wa kwanza. Soma. Anasema, nanyi mfahamu kwamba, nanyi Waislamu mfahamu kwamba mlikombolewa. Tumekombolewa. Si kwa vitu viharibikavyo. Si kwa vitu viharibikavyo. Yaani kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani. Bali tunakombolewa kwa damu ya thamani. Bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila. Nani? Asiye na ila. Yaani ya Kristo. Ya nani? Ya Kristo. Ya nani? Ya Kristo. Sasa ninataka mniambie leo Waislamu hapa, je, hata nyinyi mnasamehewa dhambi kupitia damu ya Yesu? Na kama hamfanyi hivyo, mbona mnamsingizia Yesu kuwa ni Muislamu? Acheni uongo. Je, na nyinyi mnachinja kondoo kama Nuhu alivyofanya, kama Ibrahimu alivyofanya? Na kama hamfanyi hivyo, mbona mwatudanganya? Waambie. Rafiki, nataka niwaambie kwamba huu wote ni uongo wa nani jamani? Wa Shetani. Ndio maana mpaka sasa hivi ninavyoongea na nyinyi, msomaji wa Twaa anajiita nini jamani? Baba. Anajiita baba. Na sasa niwaonyeshe maana ya baba. Kimbia Yohana 8. Yohana 8:44. 8:44 Yohana anasema. Ansia 43. Anasema, mbona hamyafahamu hayo? Mbona jamani hamyafahamu hayo? Mbona hamyafahamu hayo? Ni yasemayo, ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Maana nyinyi Waislamu hata ni wahubiri kwa mboko, hamwezi mkalisikia neno. Ninyi ni wa baba yenu. Maana nyinyi ni wa baba yenu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ninyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi. Baba yenu nani? Ibilisi. Acha hapo. Sawa. Usiendelee rafiki yangu. Sawa. Huyo rafiki yetu huyu ni Ibilisi. Bwana asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Sasa ninaomba wale mnaosikiliza mkutano huu jamani, msiyasikilize maneno ya nani? Ya Yesu. Ndio maana ya Ibilisi. Semeni ya Ibilisi. Ya nani? Ya Ibilisi. Yes. Ndio maana akisoma hapa anafikia sehemu fulani anachanganyikiwa. Anaanza kusema jamani, iweni na nyinyi wasitaarabu. Kweli. Jamani. Yaani. Sasa ninaenda niwaonyeshe. Naomba tusikilizane. Ninaomba niwaonyeshe. Alisema kwamba eti Ibrahimu ni Muislamu wa kwanza, lakini Qur'ani 6 alisemaje? Qur'ani 6 anasema. Qur'ani 6 fungu la 14. Naomba jamani msikilize. 6:14 Qur'ani anasema. Qur'ani 6:14 anasema. Sema. Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye Mungu, ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, naye hulisha wala halishwi? Sema. Hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Hakika
Muhammad ameamrishwa awe wa kwanza katika wenye kufanya jamani, wenye kusilimu. Kwa hiyo Muhammad ndio Muislamu wangapi? Wa kwanza. Na amepokea unabii mwaka wa 610 kwenye pango ngitirini porini. Tena kipindi analetewa unabii aliletewa na nguvu za mapepo. Na ndiyo maana alifika, kumbuka Ibrahimu hakusoma shule, maana amekulia katika maisha ya yatima. Bado ana miaka 2 baba akafa, miaka 6 mama akafa, miaka 8 baba yake mdogo akafa. Yaani akakulia katika uyatima, hakusoma shule. Sasa linaleta pepo ujumbe kwa mwenyewe akiwa kwenye pango. Linamwambia soma, na yeye masikini hajui kusoma. Linamuminya mbavu soma. Yaani lilikuja kumwachia Muhammad amepatwa na homa. Sikiliza. Ngoja nikwambie. Muhammad aliye mnabii wa Uislamu ambaye wanamsema yeye ndiye njia. Sasa ngoja nikwambie leo, kama yeye ni njia, ni kuhakikishia ya kwamba hivi jamani waliposimama hapa wamesema kwamba wataenda wapi jamani? Peponi. Sasa nataka nikwambie kwamba hivi ulishagaona wapi dini ya kuchangamana kwenye ibada na mapepo? Mlishagaiona dini hiyo? Sikiliza sasa dini inayochangamana na mapepo leo duniani. Waambie. Haya twende 46. Mpe haya. 46. 46 Qur'ani. Haya 46 Qur'ani. Fungu la 29. Fungu la 29 Qur'ani anasema. Anasema. Na wakumbushe. Tulipokuletea kundi la majini kuja kwako. Tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Walikuja majini kusikiliza nini? Qur'ani. Kwa nabii nani? Muhammad. Basi walipoihudhuria walisema kuambiana, wakaambiana, nyamazeni, msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Muyasikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ilipokwisha somwa, kusoma, walirudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Wakifanya jamani? Wakiwaonya. Sasa nataka niwaambie kwamba walipoisikiza Qur'ani walisilimu hawakusilimu? Twende. Sikiliza 72. Qur'ani 72. Na kama tukiwakuta majini walisilimu basi tunawaelewa Waislamu na majini ni hali moja. Sikiliza 72. 72. Soma fungu la kwanza hadi la 3. Anasema Qur'ani 72:1 anasema. Sema. Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Tumesikia Qur'ani ya nini? Ya ajabu. Soma fungu la 14. Fungu la 14. 14 Qur'ani anasema. Fungu la 14 anasema. Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu. Nasi wamo miongoni mwa majini waliofanya nini? Waliosilimu. Baada ya kuisikiliza nini? Qur'ani. Jamani, Waislamu na majini meza moja. Kweli. Sasa nataka mniambie jamani, majini yataenda mbinguni? Hapana. Yataenda wapi sasa? Wataenda kuzimu. Ndivyo hata Biblia, ndivyo Qur'ani inavyosema 8. Chapa. Qur'ani 8. Kwamba wataenda mbinguni. Qur'ani 8. Fungu la 4. Qur'ani 8:4 anasema. Waislamu watakao kwenda sio mbinguni jamani. Sikiliza. Qur'ani 8:4. 8:4 Qur'ani anasema. Hao ndio wanaoamini kweli kweli. Hao ndio walioamini kweli kweli. Wao wana vyeo vikubwa. Kwa Mola wao. Na msamaha. Na riziki bora kabisa huko ahera. Huko wapi? Ahera. Jamani, ahera ni mbinguni, ni kuzimu. Huko ndiko wanaenda Waislamu. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, msidanganywe na waomba wasichana ambao bado hamjaolewa. Msiolewe na Waislamu. Amina. Mtaenda ahera. Mtaenda wapi? Ahera. Ndio maana Muhammad akasemaje katika 52 Qur'ani. 52 Qur'ani anasema. Akasema kwamba na huko ahera wataozwa wanawake wenye macho makubwa. Soma 19. 52 Qur'ani 19. Qur'ani 52:19 anasema. Soma. Anasema wataambiwa watu wema.
kuleni na kunyweni kwa raha kabisa kwa sababu ya hayo mliokuwa mkiyatenda. Endelea. Watakuwa wameegemea juu ya viti vya fahari vilivyopangwa safu safu. Endelea. Na tutawaoza wanawake wanaopendeza. Huko kuzimu wataozwa wanawake wanaofanya nini? Wanaopendeza. Na tutaoza wanawake wanaopendeza wenye macho ya vikombe makubwa. Wewe makubwa, macho ya nini jamani? Ya vikombe. Hivi jamani, ukikuta mtu ana macho makubwa kama kikombe, ni mtu ni jini? Ni jini. Wataoa majini. Twende 37. Qur'ani 37. Fungu la 48. 37:48 Qur'ani anasema. 37. 37 anasema. 48 anasema. Qur'ani 37:48 anasema. Anasema na pamoja nao watakuwako na pamoja nao watakuwa wanawake wenye macho mazuri makubwa safi. Wanawake hao kama mayai ya mbuni yaliyohifadhiwa. Macho makubwa kama mayai ya nini? Ya mbuni. Ndio maana Nabii Muhammad akasema hivi. Akasemaje? 52. Chapa maana tunawaaga. 52 Qur'ani. Fungu la 30. Qur'ani 52:30 anasema. Soma 31 rafiki yangu. 31 anasema. Sema. Ngojeni. Sikiliza, Muhammad anawaambia ngojeni Waislamu, ngojeni. Na mimi pia ni pamoja nanyi katika wangojea. Na mimi pia niko pamoja katika wanaongojea. Sifi mimi tu peke yangu. Ni Muhammad na Katari. Muhammad anasema sifi mimi peke yangu. Marizia anasema sifi mimi tu peke yangu. Na nyinyi mtakufa vile vile. Na Waislamu watakufa vile. Naona sasa nyinyi Waislamu mnaenda kufa, njoni tuwabatize. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, mtakufa. Kimbia 10:200. Qur'ani 10:200. Kimbia 10:200. 10:200 Qur'ani anasema. 10:200. Anasema 200 10. 10:200 anasema. Anasema. Basi wangoja jingine. Basi mwangoja jingine. Basi wanangoja jingine ile kuwajia mfano wa siku ya adhabu zilizowafika watu waliopita kabla yao. Basi hebu soma fafanuzi. Fafanuzi 200 anasema. Ukimwona mwenzio amenyolewa. Haya, nisome vizuri sana hilo walielewe. Haya. Anasema ukimwona mwenzio amenyolewa kwa jambo hilo unalolifanya, basi kitie maji upesi kichwa chako, kwani na wewe utanyolewa kama alivyonyolewa. Jiandae kunyolewa. Muda umekwisha. Jamani, Bwana asifiwe. Vyuma vinafanyaje? Mwisho wa kuumana kwa vyuma. Basi kila mwenye masikio nasikie. Jamani, naomba hapa ndio tumefikia mwisho wetu katika siku ya leo. Ninaomba nitoe nafasi kwa uongozi wa serikali kwa matangazo machache tu ya kuelekezana ili baadaye tufunge. Namuomba kiongozi wa serikali apande kule jukwani kwa ajili ya matangazo machache na mahusia. Bwana ni mwema wakati wote, anaokoa. Assalamu alaikum. Waislamu takbir. Jamani, heli si heli. Mimi jamani, ya mafundisho kwa kweli yamenitouch. Ustazi Twa, kwanza nikushukuru sana kwa ukarimu wako na wema wako. Unakaribishwa Runzewe Msonga. Jamani, kwa siku mbili hizi tumekuwa tukisikiliza hizi hoja ambazo watu wako wanajenga hoja kupitia vitabu vya Mungu. Kwa kweli haya mambo tumeyafanya kwa kutaka kuiba. Kibali cha kongamano hili kinatolewa na mkuu wa polisi wa wilaya OCD. Leo mtendaji wangu alikwenda kuuliza pale Uyovu, pale Runzewe pale.
Akaambia jamani, haya hizi nini kongamano hizi si halali, hii midahalo mpaka ipata kibali cha OCD. Sasa wakatuomba hivi, kwa sababu watu wale ni wa kwenu, mnafahamiana nao, kwa leo tunajua hapa tatokea fujo, hivyo wakafanye kwa leo, lakini baadaye wakitaka kuendelea basi muombe kibali maalum ili mfanye huu mdahalo. Kwa hiyo huu mdahalo jamani utakuwa mwisho leo, kwa sababu kibali ambao kimetolewa ni kwa ajili ya kuhubiri Injili, na chenyewe mwisho wake ni muda wa saa 12 jioni. Kwa hiyo sasa tuwaombe jamani, mdahalo huu mwisho wake utakuwa leo. Kama tutahitaji, niwaombe viongozi wangu wa dini mkubaliane, mpange siku, tuombe kibali kutoka kwa OCD ili baadaye watu wajenge hoja za kiitikadi. Kwa kweli, kwa sababu inapendeza kweli kweli. Ustaz Shah twa bwana nakufagilia, mzee Amuka nakufagilia. Mungu ni mwema wakati wote jamani. Kwa hiyo tuombe hivi, kesho Wasabato waende na huduma yao paka siku ambao kibali chao ambacho walikuwa wamekubaliwa. Lakini sasa kwa ajili ya mdahalo huu uwe mwisho muda huu. Tuombe kwa hilo, kwa sababu tumekiuka utaratibu, lakini tulijua watu wetu ni wema, wala hawatakuwa na matatizo. Na niwaombe wa viongozi wa siasa, wangekuwa nao ni watu wazuri kama watu wa dini hawa. Tumekaa vizuri kama ndugu, wamejenga hoja za kiitikadi, hamna mtu alimtukana mwenzake. Asanteni sana. Naam, tulikuwa tunaomba na sisi tufunge kwa dua, alafu kisha tuondoke kwa amani na salama. Waislamu takbir. Samani kidogo, baada ya ibada hiyo itakapomalizika, Wakristo msende, tubaki pia na Waislamu tunawakaribisha. Asante. Takbir. Waislamu, kabla ya dua niwatangazie kama ambavyo viongozi wetu wametueleza hapa, leo mdahalo hapa ni mwisho. Kutokana na kibali kinatakiwa kitoke wilayani. Sisi kama Waislamu tumekubali, ni sawa, lakini nachukua fursa hii kuwakaribisha Wakristo wa madhehebu yoyote, kama watahitaji mdahalo au maswali, tunakaribisha msikitini pale. Kesho tunaanza rasmi pale, hapahitaji kibali wala nini, pale ni msikitini. Tuko pamoja, tunaingia kwenye dua. Wenye maswali, kama ukitaka mdahalo, njoo tu pale kwa amani na salama, kama tulivyokuwa tumetulia hapa, na pale tutatulia hivyo hivyo. Pale ni uwanja wa msikiti, ule hauhitaji kibali wala kitu gani. Tuko pamoja Wakristo, mnanielewa? Sasa Waislamu, tutamaliza kwa dua, alafu nitaomba tutoke kwa taratibu kwa amani na salama, tuelekee nyumbani. Pia nawakaribisha ndugu zetu wainjilisti, wachungaji, karibuni sana pale msikitini. Tutakuwa na mahubiri kuanzia kesho saa 9. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Waladhalin. Amin. Ya Rabbi, tunainua mikono yako juu, tunaelekeza mikono yako juu, na dua hii ya Rabbi utukubalie dua yetu. Ya Rabbi, tumewafikishia wale wasiokuwa Waislamu dini yako, lakini ya Rabbi wapo miongoni watakubali, wengine watakataa. Ya Rabbi, siku ya kiyama usituhukumu kwa hili, utuhukumu kwa yale ambayo basi tumeyakosea pembeni. Lakini ya Rabbi, ujumbe wako watu wameusikia na wataacha kufata kutokana na viburi vyao. Ya Rabbi, utawatelemshia adhabu kwa sababu ujumbe umefika. Birahmatika ya rahma rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun. Naam. Pia mtumishi Bwana Robert Yamka, mimi ndugu yangu ninashukuru sana. Amina sana kwa kufanya na wewe mkutano kwa wema, barikiwe sana, bila ugomvi. Amina sana. Watoto tulieni kwanza.
naamini utakapomaliza hapa basi na mimi ninakukaribisha kwenye mkutano wangu pale kwenye viwanja vyetu. Amina. Ulinzi na amani tutakupa. Amina. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, ukiamua kuja usiwe na wasiwasi. Amina. Haya. Ubarikiwe sana rafiki. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa naomba tufunge na sisi kwa maombi. Naomba nimkaribishe mwenyekiti wa mahubiri haya kwa kile kinachoendelea, maana sisi mdahalo tumemaliza na mwenyekiti wetu umekufa sasa mpaka baadaye. Sawa. Hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ukweli ndio huo sasa tumeupata. Kwa wale ambao wanahitaji kwamba hapa kuna masomo, kwa hiyo unaweza ukaje kuchukua masomo mazuri ambayo tumejifunza hapa, utauelewa Uislamu jinsi ulivyo. Basi wazee wa makanisa wanaitwa, na wale ambao wanataka kubatizwa muwepo mahali hapa, kuna maongezi kidogo. Pia na Wakristo msiondoke bila kupata maombi. Kwa hiyo tunaomba na tunakaribisha kwamba wale wote ambao wanahitaji kuandikishwa majina waje. Yaani ubatizo ni bure. Tubatizwe kama Yesu Kristo, kama mkombozi wetu alivyobatizwa. Tunawakaribisheni sana. Leta jina lako likaandikwe. Basi naombeni tufumbe macho tuombe kwanza. Karibu mwinjilisti. Basi naomba tunyamaze tuombe. Alafu tutakapomaliza kuomba, naomba waimbaji jumulisha na wazee wa kanisa na watu wote ambao wamejiandikisha kwa ajili ya kubatizwa, na wengine ambao bado hamjajiandikisha, hii ndio nafasi yenu. Tukimaliza kuomba, msogee kama na mwenyekiti atawapatia maelekezo. Basi tuombe. Baba wa mbingu na nchi, tunashukuru kwa ajili ya neno lako ambalo limesikika masikioni mwetu kwa njia ya mdahalo. Kila mmoja aliyefika katika viwanja hivi amebaini ukweli uko wapi. Jina lako litukuzwe. Na kama kuna watu wako ambao walikuwa wamekuja kwa kupata faida, ninaomba sasa wote walioelewa na wakaamua kwa ajili ya kukutumikia wewe uliye Mungu wa kweli, andika majina yao katika kitabu cha uzima. Tukubali tangu sasa, endelea kutufundisha kila kunakoitwa leo, hata utakapofikia ukamilifu wa kukuona wewe ujapo mara ya pili. Tunaomba baraka zako zikawe pamoja nasi. Tunaomba nguvu na uweza ukaonekane ndani yetu. Roho wako Mtakatifu akatawale mawazo yetu. Wote walioamua kubatizwa na wengine ambao wataamua leo na wengine ambao wataandikisha leo, ninaomba tangu leo wakubali kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hata itakapofika kesho, naomba Yesu akadhihirishe tu katika kuzamishwa, wakimaanisha ya kwamba wamelikiri jina lako. Utubariki yote, ninaomba kwa jina la Yesu. Amen.